watu walie. Watu wanashindwa hata kujistahimili kwa sababu ya uchungu ya kifo. Watu wanapoteza watu wa familia siku moja. People are killing one another. People are destroyed. Risasi inatumika hai. The power of death is ongoing. But I thank God because there is a time ambayo Biblia inasema kwamba kuna mmoja ambaye alijaribiwa, kuna mmoja ambaye aliteswa, kuna mmoja ambaye aliuliwa na kifo, kuna mmoja ambaye alisulubishwa na kifo cha aibu, na Biblia inasema kwamba hata wakamzika kwenye kaburi, na zaidi ya yote wakamwekea jiwe juu ya ile mwamba, wakasema asitoke, and they give walinzi katika kifo yake. Wakasema kwamba tuweke walinzi kwa kaburi ya ule jamaa, because this fella has said he will rise up after 3 days. Praise the name of the Lord. There is a hope in Christ Jesus. Hata kama tunatafuta na tunangangana kutafuta haki ya Brian, my brothers and sisters, kuna kifo nyingine nyingi ambayo inatuangamiza kama wanadamu. And the only one who can give us a solution, it is one ambaye Biblia inasema kwamba alitembea kwa familia moja, angekuwa hapa na yuko hapa in spiritual realms. Hey, Bwana asifiwe sana. Kusanyiko kubwa likakusanyika kama hili. People are coming, wanakuja na kuomboleza, na Biblia inasema kwamba aliposikia hiyo, he was moved. Roho yake akawa moved, and he went to the mother and said, don't cry. Kuna mmoja ambaye anaweza tuambia tusilie. Sisi tumenyamazisha mama Brian tumwambie tusilie, lakini hatuna uwezo nyingine. Hata leo tukitoka hapa tunamwambia tumeachia Mungu, lakini kuna mmoja ambaye ako na uwezo yote. Yeye ambaye Biblia inasema kwamba na akasimamisha protocol yote, na Biblia inasema kwamba akaenda kwa Genesa na akaiguza akasema, young man, because he has a power over death. Praise the Lord. Hata hawa Brian ambayo hatujafufua sisi, yeye atafufua siku ya kurudi kwake. I thank God, wiki jana tulikuwa tunafanya counseling na yeye, na nikaomba na yeye maombi ya toba. Kwa hivyo najua kwamba tutampata pale. Praise the Lord. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba na yeye anatupatia faraja. Faraja ya ajabu. Alienda kwa kina Martha, wakilala, wakilia. The example that Jesus was giving out, he has power over death. When you read the scripture, inasema kwamba kuna siku moja ataambiwa, kifo, wapi nguvu zako? Why is the string of death? Why is the power of death? Hallelujah. Na Biblia inasema pale atatupanguza machozi, maana yeye ndio ako na uwezo. Praise the Lord. Huyo ndio tumtazame. Yes, we struggle to look for mambo yetu ya nchi yetu ya Kenya, maana tunaombea nchi ya amani, tunaombea watu wanyenyekee, na kila mtu asiende na kifua, kila mmoja ngangane hii nchi iendelee mbele. This nation is greater than all of us all. Bwana asifiwe sana. Hii nchi, kuna nchi ambayo wanapigana external attacks, wanapiga. Alafu us as brothers and sisters, kwa nini tunapigana? Why are we losing innocent men like this? Because of just brutality of people. This nation is powerful. This nation is great. It's a home of all people. Sijaisikia Kenya wakiwa na refugee. Kwa sababu gani? This is a nation of peace. Naomba niwaambie watu wa Kenya, tusijaribu kuchezea amani ambayo iko nchi yetu ya Kenya. Let us take this nation as part and parcel of this nation. Na tuombee wa viongozi, hata president, aendelee, wanyenyekee wote, watafute suluhisho wa nchi hii great. Praise the Lord of the name of the Lord. Ili tusipate na hiyo kifo. Wacha tuzike wale ambao wanapigwa na terrorists. Wacha tupigwe na wale ambao wanapigwa na labda watu ambao wako kisirani. Lakini a brutal killing like this, naomba tu avoid. Naomba tu avoid. This nation is a nation of God. Bwana asifiwe sana. Tumpatie Mungu nafasi kwa nchi. Kwa hivyo tunaomba ile task force ambayo inaendelea, wale ambao wanaongea tuombe. Na sijaona mweke wachungaji. Au nimeona protocol ya wachungaji. Naomba mweke wachungaji wawili ambao watakuwa wanaombea hiyo kikao tu. They are praying for this kikao. Hata kama msiogope wachungaji, my brother excellent, baba yetu, msiogope wachungaji. Wakae kwa hiyo kikao. Waombee maroho mabaya wanayoinuka, wanasema ni sisi ndio tuko na nguvu. Let them pray for this nation. Hii nchi kae maisha mazuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Ujumbe yetu tunaomba hii inchi is bigger than all of us. Hallelujah. Na tusichezee amani ya inchi hii. Roho alikuwa ananiongelea hii inchi iko na amani. Watu wanatoka kutoka kote. We have refugee from Congo, we are here. Wanafika kama nyumbani kwao. We have refugee from Somalia. Wanasikia kwamba inchi hii ni nchi yao. Na kwa nini sisi tunauliwa watu wadogo wa Kenya hii? Real people of this nation. Tunaomba faraja. Na kuna mmoja huyo ambaye atatuwezesha kuleta amani kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema kwamba alienda akatuliza kila dhoruba, akampatia mtoto mama yake. Yeye ako na hiyo uwezo wa kufufua Brian at his appearance. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki. Mungu atusaidie, Mungu atupatie nguvu. Naomba familia ya mama Brian pamoja na wachungaji waweze kuletwa hapa tuombe. And tutakuwa na special offerings because of our sister, japokuwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amempatia nafasi kwa brother yetu governor, the sitting governor of Makueni, lakini tutafanya jambo. Bwana asifiwe sana. Wakiendelea kujipanga, maana protocol inapeleka mambo mengi, tuweze kufanya hiki kikao ambayo imekutana hapa leo. Tumpatie huyu mtoto fees ya hata kama ni mzima. Bwana asifiwe sana. Si sadaka, it's a special offering that we give this family and it shall be well. Naomba wachungaji tuweze kuombea hii familia. Jooni tu hapa and we are going to pray for you. Na nimalize protocol au nimalize mambo ya ibada and the Lord is going to fight for you. Mama Mbide kuja tu pande. Naomba tuletewe vyombo ndio tumalize mambo ya ibada, tumpatie leaders wetu ambayo they have respected us ili tuweze kuomba. Reverend, naomba karibie. Yes, we are going to pray. Mama Brian amekuwa na challenges, lakini kuna njia nzuri Mungu ambaye ametupatia and is going to fight for you. I know you are going to become a great person. So amesha huyo msichana, huyo atakuja kuwa tegemeo kubwa kwa ajili ya maisha ya hawa watu wetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Asante kwa ajili ya kuwasunguka mama Brian, ambapo Bwana umemweka katikati ya wachungaji waliojua kwamba ako katikati yako Bwana. Tungependa Bwana Roho wako Mtakatifu ambaye yeye ana mpangilio mwema wa maisha yake, Bwana ukaingilie maisha yake, ukainue maisha yake, ukamwekee Bwana environment ambayo inamfaa. Mulinde Bwana na maadui, muwezeshe kufaulu katika mambo makubwa. Enda ukaumbe maisha yake, na sana sana ukamwekee misingi ya kukuamini, kukupenda na kukutumaini katika mambo yote. Yesu, enda ukatende kama wewe Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tumetamka neno la baraka katika maisha ya mama Brian pamoja na mdogo wa Brian pamoja na watu wa familia yote Bwana. Tunatamka neno la baraka. Tusaidie Mwenyezi Mungu, tuongoze Mwenyezi Mungu. Asante maana umetusikia. Katika jina la Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Naomba kwaya ya Mwembeni kidogo tu kwa dakika chache tu tunapotoa sadaka zetu. Tunengo isiondo. Na ndikuulia ketha no bato ameka tunengo isiondo si onekana taita tu onekana wewe baya na batunga kila kimwe kitunga mchungaji wa gube. Mchungaji ute moko make ni masio. Ina nda juno ndwende. Youth band. Ina tenda mundu moko make matema mabudhuku mataingwa ngamu. AIC Youth Band ukiongeza na Keofi. Haraka tafadhali Mwembeni. Haraka naomba ikiwezekana tembea na miguu yako. Hapa kwanza acha niseme ya kwamba kwa wageni wetu na watu ambao wako hapo karibu ukiongozwa na baba yetu, chondo hii tutaweka hapa. Nafikiri hapa hakuna mtu mchungaji hapa iko mikononi mwake. Haya ile nyingine itasimama wapi? Leta moja ambayo tupeleke huko na mchungaji ambaye najua kuna wachungaji waaminifu sana. Awenda mekati haya nenda tete mondo. Youth Band. Haya bonga bebazi tomwe. Geja twaya. Nenze moko ma kana mengamu. Haya tunjendo tu support watu na wewe mtoto. Haraka tafadhali tumpatie leaders wetu nafasi. Tukile itu ikimia na maoma itu.
tuigeneza kwa ndaiya nikada kumavutu ande na program. Sasa tuwekeni msaada wetu. Kidogo mama ne andu mena mbeza kwisela Simone na no sione kana kaza kweza nenda nenga namba ya nyambo Brian ukaba unda bishini kana ni mati connect bo Check. tamuka namba ya ambao sasa na said maana watu watembei na pesa. Tuje kwa haraka tafadhali. Na haraka ikiwezekana, wale wengine sasa tutembeeni na miguu tafadhali. Ukilai ndio mdemo wakana mwendete na kitu tuiche imano mindo ndikana nyage no kuya na hiyo kaongela ndoto ingi that is sawa. Haya programu tangaza na mbezu. Haya, namba ya simu kwa alama ya kwenda kutumia mtandao ni noti moja 0793 0793 82 93 54 0793 82 93 54. Aya alongi tukile twende tu support mwana nikana wile mwana ni waende ya kwaya na sasa naomba muendelee tukifanya hiyo kazi. Asante.
Ulipatana na wanaume 10 walikuwa wanasumbuliwa na ugonjwa wa ukoma. Ukawatuma kwa neno moja tu, enendeni mkajionyesheni kwa makuhani. Walipofika kwa makuhani wale wanaume, ukoma wao ulikwisha. Ukapatana na mama pia aliyekuwa ni mjane, mtoto wake ameaga, wanampeleka kaburini. Uliliguza lile geneza, shule mtoto akafufuka. Ukaliguza lile geneza, shule mtoto akawa hai. Sifa zikavuma, sifa zikavuma, sifa zikavuma, sifa zikavuma, sifa zako zikavuma. Asanteni. Asante sana waimbaji wetu. Asante. Sifa zikavuma. Sifa zikavuma. Tuende tokeni pole pole. Asante sana. God bless you. Haya nimejulishwa ya kwamba tukimaliza kuomba msioki pita msioki utakaribia tukupatie hii ndio sasa uelekeze mahali ambayo inastahili. Amba tuombe. Mwenyezi Mungu asante. Wewe ndio uliagiza ya kwamba watu wanapojumuika wawe wakitajiwa yale ambayo yanahitajika. Wewe utaweka moyo wa kupenda watu watekeleza yale yanayofaa. Tumetaja kwamba kuna mtoto hapa ambaye anaenda shule sekondari ambaye sasa anaendelea. Mama moyo wake una ujauzito wakati huu, hata akili yake hawezi kuunganisha vitu vile vilivyo maana ametatisika. Na tukajulisha umati huu ya kwamba pana haja. Na kwa pamoja kila mmoja kwa moyo wa kupenda wametoa pesa ambazo mikononi mwetu tumezishika. Pesa nyingi, ni nyingi, na asante Bwana. Na tunakuomba hawaye ametoa nyingi ukambariki, aliyetoa chache ukambariki, na hata wale ambao wakutoka sababu ya kupungukiwa ukawajalie. Hata wengine wametumia masimu. Asante kwa ajili ya mkono wako ambao tumeushuhudia. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Hizi tunazikabidhi kwako na kuomba ukasitakase katika jina kuu la Yesu. Tuomba kwa kuamini. Amen. Asante sana. Pita Mchoki. Sawa, utalansi na mfurahi. Asante sana. Tuwapatie wachungaji neno la Mungu makofi mazuri. Tushukuru Bwana kwa sababu ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwa sababu ya wakati tutapata kukimbia kidogo. Kwa sasa nataka kumuita mama yake Brian Mwendo akapate kuja akisindikizwa na msaidizi wake ili akapate kumpatia mtoto wake heshima ya mwisho. Mama Brian, kwa pole tembea. Biblia ya kila undu ukaba na kweta usio kwa alama mwenda Kristo. Inya Brian ndezi kana kageithia baba. Na kana kageithia Kalonzo. Apewe huwa. Mama na dadake Brian ndio tutawapatia nafasi, kisha hao wakimaliza nitaomba kwa sababu ya viongozi wetu tuwe na nafasi ya kuwapatia nafasi wakapeana heshima za mwisho.
kisha wakapate kulete rambirambi zao. Okay. Okay, ni mumbi dikilia. Chwa mumbi si. Nita wao. Isimbi, again some on behalf of the mother. Nundu aiwata ata nene cha. Na chwa mu kuelewa. Kikuki hiki na war na wito mwingi. From mother to our son Brian, we would like to thank the Almighty God for the years He has given you to live. You have been jovial and admired to live with you and admired to live with you forever, but God admired you most. May He receive all the glory. Our lovely son Brian, may God rest you in eternal peace. This is from your mother. Asante, tupatie mama makofi mazuri. Pole sana mama. Mungu akufariji na kutakuwa kwema kwako. Nafasi hiyo nachukua kumwalika dadake Brian naye akapate kutoa rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Sister to Brian. Asante, tupatie dadake Brian makofi mazuri kwa kupeana rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Maombi yetu ni ya kwamba yale Brian alikusudia kufanya utaenda kuyafanya pamoja na yako, na Mungu atakubariki. Wakati huo ningependa sasa kumwalika Sub-County Administrator Bwana Katui uchukulie kutoka hapo, na Mungu wa mbingu atatubariki. Karibu. Asante MC mwenzangu, kwa heshima ya right Honorable Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote ambao wameandamana na wao na gavana wetu kipenzi cha watu wa Makueni. Ningependa kwa haraka sana nimuite Asante Chief wa sub location ya Makasa ambaye yako pamoja nasi na officers wengine wa national government ambao wamehudhuria mazishi haya, ili aje kwa haraka sana apeane maua, na kama kuna ujumbe atapeana kwa haraka. Alafu wafanyikazi wa county pia mkae tayari. After this nitawaita na pia nitapeana sasa ratiba kwa gavana wetu. Kwa hivyo Assistant Chief Makasa sublocation. Assistant Chief. Haya, kama yupo basi ningependa niwaite wafanyikazi wa county government of Makueni kutoka pale chini mpaka pale juu ambao wamehudhuria mazishi haya, waje kwa haraka sana tupeane maua na tutaendelea na shughuli. Asante. Your love is kind. Your love is special. You fill my heart
so much peace and joy. You're amazing. Asante. Kijana Brian Mwendo alikuwa katika mradi wa ajira wa Makueni ambao unaitwa MKJ, miradi kwa jamii. Na ile siku ambaye alipatana na kifo, wakati ule ndio tulikuwa tunawalipa. Kwa hivyo alilipwa na tayari alikuwa ametuaga. Lakini Mungu yupo na atafariji familia. Kwa hivyo poleni sana, na alikuwa kijana mzuri. Na Mungu awatie nguvu. Kwa hivyo ningependa sasa nimwalike gavana kipenzi cha watu wa Makueni ili aje aendeleze ratiba. Asante gavana. Thank you. Nataka nipatiane nafasi kidogo tu. Idhini tuotiwa tuenaeni. Tuenda manene alamena haraka madhi na idhiange tuetiwa. Tuebane enyu. Baga gotuke. Mwelo mbona ni mwemona wako sotuka. Nataka nimwalike Eugene Wamalo ambaye ni wakili. Tulifanya kazi na yeye. Tulikuwa ofisi moja. Alifanya pamoja na baba yangu. Aliingia kwa ofisi baada ya baba yangu kufurushwa kwa hiyo ofisi. Eugene, you will moderate your guests. The rest of us will be left behind. Karibu. Thank you, my brother. Thank you very much, Your Excellency Governor Mutula, Governor wa jimbo hili la Makueni, His Excellency Raila Amolo Odinga, principals wenzangu wa Azimio, na familia ya Brian, waombolezaji wote kanisa letu. Mwai ni museo, mavinda onze, asanteni kutupa nafasi hii, tuje tuomboleze nanyi kifo cha kijana mdogo sana Brian. Na sababu bado tunaelekea kwingine, mtanipa nafasi kidogo ni alike wenzangu waweze kuomboleza nanyi, alafu tulete baba mwenyewe ambaye mumesimama naye na Kalonzo kwa muda huu wote, aseme pole kwenu pia. Niko na ndugu yangu Wajakoya kutoka kule Western, na muomba aje awasalimu kidogo. Asante sana. Karibu ndugu Wajakoya. Asante sana. Asante bwana governor. Mama Wakristo wote waliokuwa hapa ama wale ambao wako hapa, rafiki zetu wote ambao wako hapa. Mimi nimekuja kwa huzuni, niko na huzuni mingi sana na sitasema mengi. Ile nitataka kuambia Wakenya siku ya leo ni ya kwamba ile serikali tuliyoko nayo yuko na mawenda wazimu. Na kama wale wenye wako hapa ambao wameungana na wale, waende waambie profesa amesema sisi ni wazimu. Waende waseme sisi ni mawazimu, manake tumeingia ndani yenu. A sane man, mtu ambaye kuna akili timamu. Na kama Mungu amekupatia uwezo wa kuongoza watu, huwezi kwenda kila siku kwa kitu kidogo huko kwa television. Baba, ukiwa hapa kama baba yetu, tuko na wewe, na nitasema hivi. Kuna watu pale ambao wanaimba Raila kila siku. Wanatoa mate mingi sana kila siku kusema tu Raila, 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 Kalonzo, Kalonzo. Watu wa Kamba, for the first time, najua Mkamba ni mkale kwa mshale. For the first time, mtoto wa Kamba, Kalonzo Musyoka, alisimama na baba. Watu walikuwa wakisema, hey, Kalonzo anaendanga hivi.
this time he stood like a man, na amewaonyesha kwamba tuko, hata sisi Wakamba tulipigania uhuru na mshale. Kweli rongo? Baba, ukiwa hapa, kuna mtu kule ambaye ni namba 2 katika serikali hii, alikuwa DO. Babake alikuwa kati ya wale watu walikuwa naua wale watu wa kupigania Mau Mau. Kila siku Gachagua mdomo yake Baba Martha Wajakoya, hana kazi nyingine ya kufanya. Alafu amechukua security ya nchi hii, anaambia wale wengine kwamba rais niwachie tu, nitadili na yeye. Hii kifo ya huyu kijana mdogo, ningetaka Gachagua, semeni Gachagua. Kome, semeni Kome. Ndindi Nyoro, semeni Ndindi Nyoro. Moses Kuria, semeni Moses Kuria. Kimani Chungwa, semeni Kimani Chungwa. Hao watu na wengine ambao nimetaja, sijataja, ndio wamefanya nchi hii Kindiki pia ndio wamefanya nchi hii imekuwa na huzuni kila siku, na hakuna watu wa kuambia. Hao ndio wanafanya watoto wetu wanauliwa. Hao ndio wanafanya baba iko hapa, na baba ndiye alileta ugatusi. Na Profesa Kivuta Kibwana, sijui kwa nini leo umekuwa na kichwa ngumu, ungekaa hapa. Na mimi ninakuambia, manake wewe ni profesa wangu, wewe ni mtu mimi napenda, wewe ni mtu umesoma kuliko mimi, na wewe ni mtu mjaziri ambaye anaheshimika ulimwengu mzima. Profesa Kibwana, nitakuuliza jambo moja. Ikiwa baba atakuwa rais wa nchi hii, huwezi kuwa waziri ya baba. Ile heshima tuko na wewe nayo kwako ndio imefanya sisi tuko hapa. Manake wewe, you are the first human being in the world kupigania ubinadamu wa Wakenya, na tunakushukuru kwa hiyo. Wacha niendelee kidogo mheshimiwa, manake nimekasirika. Sasa ukiona watu ambao
Is there somebody else I'm not recognizing? Mama Rose Museo, County Women Rep. Nilikuwa nimeona, ako hapa, Jessica Mbalo. Kuna Bwana Muso. Apole Muso ndiye kwe bidha kwa sababu kwatwa. Na Makueni azito kuekia thekaba itonaka. Alafu tuko na nane moja. Mheshimiwa Ngobi ako hapa. Na wale timu ya Makueni County Junior, kama niseme jambo. Karibisha watu hapa. Gavana wa Soko. Gavana hapa. Well done. Junior kuja useme tu jambo. Time. Because of time ngoja tu aseme tunaenda inyone mwezi kila kiadhiwe baadhi ndia maandamano. Mnajua iliyofanyika hapa Emali maandamano. Ndio sababu tumekuja. Kwanza tuseme pole kwa sababu polisi walikuja hapa wakaua kijana yetu na bunduki, wakaumiza watu wetu, hata wakaendelea wakashika speaker Mbilu akamweka jela. Tukamwea pole na tueyemwe na baubo mondebo benzia. Si munasikia bei maisha inazidi kwenda juu. Niwo kanati hiyo kwa unaendai kanamu manetoka umondembe kwa sia pole nondo wa mwana kawitu kwawa na kamwana kaune tuizinyi nyane telete kathi university mwenye uo kete kwa September na koke eze kasoma kakaenda kwake ya nyumba nyinya nyumba tuselezi madhikwazi kanatu ambe kwake ya nyinya nyumba neto ikienesa engo tungi ya Mutula Junior mubia munene na timu yake tutetheanisye nundu wa kwake ya muwandu azubando angalao aiyekana kake nundu tuwezi atueta na kuunga lekosi ya kilala na huyo alikuwa mama mboga. Kwa hivyo yeye kwa niaba ya yeye anashikilia mafikira ya watu wengi wa Kenya hii. Kina mama mboga ambao watoto wao ni kila kitu kwao. Ndio tumekuja zote kama Azimio tukiongezwa na baba. Sinyenye mulipigia baba kura? Si mulipigia kura kwa wingi? Ngoja kwanza Junior tu aseme jambo alafu baba ongee kwa niaba ya wengine. Asante. Kugamba yotina. Mwatina. Mwende hata. Mutu hata. Na kwani museo niende nesa. Mbe niendo muki akisia. Nondo akwasia mwanake weta wa Brian. Na ndaka meze twaba mana. Na mwa kunwa. Mwa umewa. Mali ya andu ya nangwa. Andu mae wasienu mana. Ni pole. Tagavana wenyu niwa kiyo kinene. Nondo na mwetia koti mwile yako weba. Na mwiba aneza nondo kuma kaunti ino ya Ombwa. Bese ila tunakola nilie mwakola mubitu siyakola ni waingi. Na nondo wandai yaje enyu na inya Brian. Na nondo ninewie kiyo chake. Ni ambo munenga stoli mweba ekale mwako mwe nibe mwaka uthele. Eke biashara. Na kwa ndimu bingo ya sokweno nikana mukathukume hapo. Tiwende. Kutu emwe ona mutane mbona manya ikindu kila kinethiwe ba tikiseo na ninguatia na mwenzi ni wakili ni ati yani manye na mundu lo no ye Brian ni wesikie ona mamumya bano mana kizazi kila cha athie Brian no tusikula ki na tuiyamba kama muthenya la meso bya koti nige na tusile kwani nige na tupambane namo kwao nienda umwea twathi uthumu cia mwana kiosu na anake mabani enda mwisubie nundu tina mibango museo ya musubia na kindu kila kinekiwe bani kithuku ona eka kikuno makababa bothewe nundu ndaka mesio netikiba inetikie mana nimuona mubesi nimusubia mubesi nimusubia mubesi Twemutungia mubyano ndo waonga na Azimio. Tiwo. Tide tuna manenge kula ila mbinge.
Tuwe musimamo. Tuwe kalabu lomaiba. Sawa sawa. Mwe kanisa na mwadhima. Asante. Now, I don't know, ndugu. What are we going to do? Waria, do you have tumpatie baba kwanza? Thank you. Okay. Baba kwanza. Haya. Baitu Masio inge. Asanteni sana. Tumekuja kama wanaazimio. Kwanza naleta salamu kutoka kwa Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Tumekuja hapa kwa wanaazimio. Kwanza kwa sababu ya huzuni tuko nayo. Manake hapa nyinyi watu wa hapa wa Imali na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Na sasa wale askari wakafanya kitendo cha dhuluma. Kijana chipukizi miaka 21 anawawa kinyama na askari. Anapigwa kinyama na askari. Ndio sababu tumekuja kusema shame on you. Shame on you. Shetani. Huyo kijana alikuwa ameahidi mama yake, mimi nikienda kwa chuo kikuu nitasoma vizuri, nikimaliza nifanye kazi nije nikojengewe nyumba. Sasa amepigwa risasi, ameuawa na polisi. Na hata yeye akawa kwa maandamano. Hawa polisi wamefanya kitendo ya kinyama sana. Hiyo kila mahali ambayo wakienda wanapiga risasi na kuua watu. Juzi tumezika huko upande wa Siaya watu 5. Kule Vihiga watu 3. Kwa jumla wamepiga watu ambao wameua 72 ambao wameua na risasi ya polisi. Alafu mwingine anaitwa Bwana Kome. Anasema sisi tumeenda kutafuta maiti ya kuonyesha kwa picha. Sio ni mtu mjinga. Sio ni mjinga. Yale ambayo jamaa wamefanya ni unyama. Wanaua watu ambao hawana hatia. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Na polisi sio umpatie wewe ruhusa. Wewe unaomba polisi tu, mimi tutafanya maandamano hapa na hapa. Sawa sawa? Sasa wanatoka na wanachukua risasi, wanaua na watu wetu. Wakenya walisema gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga siku juu sana. Bei ya mafuta, bei ya sukari, si kila kitu kimepanda. Ndio sababu Wakenya wakasema hii bei irudishwe chini. Maana Waswahili walisema ati kibebasho kikivuja ni mafuu kwa mchukuzi. Sio? Sasa jamaa kila mara wanapiga kifua. Wanaonyesha sisi kwamba wao kuna nguvu, hawao na serikali. Mimi naitwa Sibo na Kindiki kichieta. Kindiki anapiga kelele, sauti yake hata sisikii. Sijui kama mwanamke naongea au mwanaume. Ye anatisha sisi kama wanaazimio. Tutaendelea mbele. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Tumesema gharama ya maisha irudi chini. Pili, ile sava pale matokeo iliingia ifunguliwe. Mnakubaliana haya? Gavana haya alipowachana na vyama vyetu, wale wajumbe ambao wameshakuwa malaya wamenunuliwa warudi huku kwa wananchi, tukutane nao kwa debe. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Kama wewe ulichaguliwa na Wiper, sasa unataka kwenda kwa Kenya kwisha, vuka mpaka, turudi uwanjani na wewe kwa wananchi, upigwe kura tena. Sio ni sawa? Sio ni sawa? Alafu wachana chama chetu kama Jubilee, wachana naye. Sio ni sawa?
Sasa mimi natoa shukrani sana kwenu. Nyinyi mlipiga kura kwa fujo kwa baba na mama. Si mlipiga kura kwa fujo sana? Hiyo kura ambayo mlipiga haikwenda bure. Walifanya ulaghai, lakini tuko nao. Tumekubali sasa maongeo. Tumesema tuko tayari kujadiliana na wao. Timu yetu inaongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Mwana hiyo timu yetu hiyo inaitwa Azimio First 11. Azimio First 11 sio? Wao walileta sisi third division team. Sasa Kalonzo yuko pale, kuna mwingine sio inaitwa Ichungwa si Cheta hiyo. Nasema wataongea, si wataongea? Ukikubaliana sawa sawa. Usipokubaliana tuko na wao. Sisi tuko na wao. Tuko na wao. Mnaunga mkono. Wapo mnaunga mkono, yani mkono hapa. Sasa tuko hapa na ujumbe wenu Jessica. Mama shupavu sana, najua kufanya kazi. Tuko pale na gavana wa area. Kutoka kule upande wa Murang'a. Fred Okango wako naye hapo. Pande ile mmeona Eugene wa Malwa. Tumeona. Alafu mnaona pale Wajakoya. Waje niwapatia. Alafu kule nyuma kuna bwana Kioni wakili. Sasa nataka wasalimu tu sasa jambo. Watu wa Emali, Azimio, Wiper. Mimi kwa niaba wa mama nikiwa na Mheshimiwa Rose Museo tumekuja kusema pole kwa ule kijana ameuliwa. Wamama tunabeba mimba miezi 9, tunazaa kijana na nauliwa. Shetana uchungu ya wamama hawataona vizuri. Lakini vile Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Excellency Raila Amolo Odinga umesema ameongoza the talks. Mbai tobune be umakendo. Kanati owo. Nebe umakendo. Netwese Kalonzo ndo kunawia. Ondo wese ukwata nyandu. Nabo maema ene baye kwale mindwa atebe kwale. Asanteni. Patia mwangi wa area pale. Baito moyaseo. Sisi tumekuja kufariji nanyi. Kwa sababu kijana wa Mkamba akiuliwa, Mkikuyu ako shidani. Kijana wa Mjaruo akiuliwa, Mkikuyu ako mashakani, Mumbaruya na wale wengine. Sisi tumesema kwamba kule Central tunashikana na nyinyi. Tusiambiwe ati Wakikuyu wako salama, Wakamba wakikufa ama Wajaruo wakikufa. Ndio sababu tumekuja na nyinyi. Ile bottoms up imeacha kuwa mambo ya kiuchumi ni kutolewa hapa chini tunapelekwa biguni. Hiyo zote tumekataa. Na tunashukuru kiongozi wa mazungumzo anatoka hapa. Zote tulipiga kura tukasema kwamba huu mwanaume anatosha kutuongoza kwa mazungumzo. Na tukamwambia wakileta ngedhi huko atoke, turudi kwa mada mano. Sawa. Umeambia Kalonzo hivyo. Wakimchezea huko twende kwa barabara tena. Lakini waambiwe wakati huu wakiua mmoja, huyu mzee atatuambia vile tutafanya, si ndio? Thank you very much. Patia huko Eugene na Wajakoya hapo.
Muyai ni museo. Mavinda onde. Watu wa Emali. Tuko hapa kwanza kusema pole kwenu kupoteza kijana Brian Mwendo. Sisi pia tumekuwa kule Western siku ya Jumamosi kumzika kijana pia anaitwa Brian Onyango. Brian wenu hapa nasikia alikuwa kijana mdogo sana miaka 18. Wetu pia alikuwa kijana mchanga sana miaka 22 peke yake. So tuko hapa kusema pole kwenu. Lakini pia tuko hapa kuhakikishia tutasimama nanyi hadi Brian na watu wa Emali mupate haki. Na wote waliohusika kwa mauaji ya Brian Mwenda na Brian Onyango na ndugu yake William Amulele, tutahakikisha tutawafuata hadi haki patikane. We will join and stand with you in the quest for justice for Brian, nationally and internationally. Hata kama inabaanisha kuwapeleka Hague, haki ya Mungu tutawapeleka. Na nasema hayo nikiwa waziri wa mwisho wa haki. Mimi nilichukua hiyo katiba kutoka kwa Mutula Kilonzo Senior. Baba wa Junior, yeye ndio alipokea hiyo katiba mpya na inawapa haki ninyi watu wa Emali na Kenya kusema no kwa zile dhuluma za serikali ya Kenya kwanza. Tuko pamoja? Wacha niwape ndugu wa Jakoya pia aseme pole kwenu. Bangie! Bangia! Asante. Hello. Hello. Emali mumko. Naitwa Jeremiah Kioni, nimekuja kama wenzangu kusema pole kwenyu kwa ile kijana ambaye aliuawa kinyama na askari polisi. Ni vizuri tujue kama Wakenya ya ukweli ni kwamba tuko na haki ya kuandamana wakati tumeamua kuandamana. Na askari polisi kazi yao ni kuja kuhakikisha kwamba kuna amani, sio kuleta kupiga watu buduki. Lakini kwa sababu mimi nimeangalia na nimeona ya kwamba hii serikali tuko nayo ni serikali ya majabasi. Nyinyi wa Kenya lazima mchunge. Musije mkadaganywa, na hasa kama wale wambunge kinara wetu wamesema wale wanayubayuba hivi wanacheza siasa ya kiumalaya, wako hapa wako kule kwingineko, hao ndio watatuletea shida Kenya hii. Lazima mtu akae kwa chama ambacho alichaguliwa. Jubilee tuko na wabunge 32 na wote wameanza kuninginia kutacheza dansi ambayo haijulikani. Kwa hivyo nawaomba, lazima hii serikali tuiweke gagali. Tusipoichunga watawafinya wa Kenya. Lazima kila wakati wanapotufinya tunatokea tunawaambia hatutaki yale. Kama sasa nasikia wanataka kupunguza kidogo mambo ya petroli. Haitoshi, tunataka zaidi. Lakini tumsikize baba akisema tutoke, tunatoka. Twende pande hii, tunaenda. Tusipofanya vile, hii serikali nimewaambia ni majabasi. Hii Sakayo na Gachiedhera wanaweza letea sisi shida. Lakini watu wa Emali, asanteni, mmesimama na baba na muendelee hivyo hivyo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you so much. Asante. Azimio. Waipa. Na wasalimu watu wa Emali ya mjambo. Tumesimama hapa tukiwa na baba, tukiwa na mheshimiwa Kilonzo na wale wengine ambao pia ni vinara wa Azimio, ili kuwapatia pole kwa kumpoteza mtoto ambaye alikuwa ni mdogo sana. Hii haikumuuma mama Brian peke yake, lakini ilituuma sote, na watu wa Emali tunawapongeza kwa kusimama imara na chama cha Azimio. Mungu awabariki. Hata kama tulipoteza mtoto, tulimpoteza sisi sote kama Wakenya. Jambo ambalo ningesema ni hili, ya kwamba Koome kile ameongea kusema ya kwamba tunaenda tukichukua maiti na kuzika, apate aibu kubwa sana. Mtoto huyo alipigwa risasi, kila mmoja akiona. Jambo lingine nasema ni hili, ni ya kwamba serikali ya Kenya kwanza ikitaka kuweza kutoa Raila kwa watu, wafanya upasuaji kwa moyo ndio wamtoe. Raila hataki kwa mioyo ya watu.
Na mheshimiwa Kalonzo hawezi akatoka kwa mioyo ya Wakamba. Tafadhali tunasema sisi tunajua kwamba hao ndio viongozi wetu ambao wanatuongoza na watu wa Emali. Na waambia hivi ya kwamba tusimame kidete tukaweze kutetea serikali yetu. Kwa sababu serikali yetu ni ya Azimio, ili wakaweze kusikia ni nini tunawaambia. Tunasema ni pole, Mungu awabariki mnapoandamana kwa amani. Lakini nina imani ya kwamba kwa hakika tutapata suluhu. Nashukuru baba Raila kwa kuweza kuona kwamba mheshimiwa Kalonzo anaweza kuongoza mazungumzo hayo. Tuko na imani kubwa kwa maana tunajua ako na ujuzi mkubwa wa kuweza kuongea na Sudan wakapatana, wakaongea na Somalia wakapatana. Tunajua kwamba atafanya vizuri na hakika tutaweza kupata amani Kenya. Na wayunge atoka Kalonzo wa Musyoka Azimio. Hello? Hello? Sasa mimi nimeambia nyinyi, nataka msimame imara. Msimame imara. Jamaa wataleta vitisho, lakini Kenya ni kubwa kushinda hao watu. Wakenya wote wanasimama na nyinyi. Unaelewa vizuri? Kutoka kule upande ya Migori, mpaka kule Mandera, mpaka kule Lamu, mpaka kule Busia, wote wanasema wanataka mabadiliko. Ati punda imechoka. Punda imechoka. Mechoka hajachoka. Mechoka hajachoka. Ndio sababu tumesema kama wanaazimio tutasimama na wananchi pamoja. Sawa sawa? Sawa. Gavana Oparanya hapa. Watu wa Emali mjambo. Nione salamu za huzuni za Brian zione. Huyu ndio Oparanya aliyekuwa gavana wa Kakamega. Tunajua Kakamega. Mimi pia nimeamua kuungana na viongozi wenu wa hapa, Bwana Kalonzo Musyoka ambaye tumekuwa na yeye kwa bunge miaka mingi. Na mimi huko watu wa Kakamega na Western wanamheshimu sana. Ndio kwa sababu mimi nikiwa karibu na baba niliamua tuungane na yeye tukomboe nchi hii. Na Brian amekufa, lakini message yake ijaku. Sisi tutaendelea hiyo na message kuambia serikali ya KK murudishe bei ya vitu wapi? Bei ya watu bibi ya vitu wapi? Hiyo ndio maisha sisi tunataka tuendelee hivyo. Na kurudisha maisha chini mpaka tuone William Ruto ameenda wapi? Ruto ameenda wapi? Asanteni. Tumeambiwa kuna watu wengine wameshikwa na wako bado korokoroni. Tutahakikisha wanaachiliwa. Hakuna mchezo hapa. Thank you.
the talks mbaito bune be umakendo kana tiowo lebe umakendo netwese kalonzo ndo kunawia undo wesi ukwata ni andu nabo maema ini baye kwale mindwa atebe kwale. Asanteni. Patie mwangi wa area pale. Baito moyaseo. Sisi tumekuja kufariji nanyi kwa sababu kijana wa Mkamba akiuliwa, Mkikuyu ako shidani. Kijana wa Mjaruo akiuliwa, Mkikuyu ako mashakani, Mumbaruya na wale wengine. Sisi tumesema kwamba kule Central tunashikana na nyinyi. Tusiambiwa ati Wakikuyu wako salama, Wakamba wakikufa ama Wajaruo wakikufa. Ndio sababu tumekuja na nyinyi. Ile bottoms up imeacha kuwa mambo ya kiuchumi ni kutolewa hapa chini tunapelekwa biguni. Hiyo zote tumekataa. Na tunashukuru kiongozi wa mazungumzo anatoka hapa. Zote tulipiga kura. Rose na MPs were here and I think there are also very many MCAs. Jamani, simameni tu tuone ma MCAs wale ambao wamekuja. Asanteni. I'm quite sure Junior will deal with you at appropriate time. I thought I could do that protocol at the initial stage. Tujue kwamba kuna wageni wengi. Baito mwaseo? Mwaseo ingi? Wawangana kemagokeo tu anema na monini to Brian. Tuona nusiona ito tubike. Tuidhe wamwenenyu. Nondo kila kiedhi iwe emali. Mtenyo maandamano. Kenya. I forgot to mention our brother, Governor Professor Kivuda Kibwana. Na dio mumia bayambi ane wa family ame hapa. Kwa na akene mukwie. Tuyasia pole monopio. Nondo akila kiedhiwe. Na ekinastu ye Kenya yonde nondo mwana monini to kututia. Kwa kunwa kisasi. Ne muskali ulo ilete kwezi ai musubia nekindu kina wo monopio. Lakini ngai nunde kama betyo nona tawabangie kikuki kya Brian ikatumwa Kenya imanya kanyenya anduma mali anduma Makueni na kaina mukadhi enondo Makueni County ibendea maandamano inyo munaye na mbemwe ndugu. I think we are here, we have a contest. We have a contest here that as far as we are concerned, in terms of the peaceful demonstrations ambazo ziliendelea under Article 37 of our constitution, Makueni County were number 1. I think wamefuata tu na Kisii na Kisumu number 3. Kuonyesha kwamba Kenya nzima imerefuka. Mambo ya katiba yetu ndio inaongoza nchi. Na bila kuwa na katiba hatuwezi kuwa na nchi. Kwa hivyo lazima tuajibike zote. Tena nasema asante kwa Makueni County kwa msimamo. Mimi mwenyewe karibu ni uwawe hapo wote town. Watu walisema edwana wasia mubese kulika wote. Nwe bahati muskali. Tuambo semba tuikuvidha Kadhonzweni. Kadhonzweni naye ndugu Raila alikuwa ametoka Mount Kenya region akaja Kamukunji. We thank God because kama Raila angeenda Kamukunji siku hiyo angeuawa kama mwendo. Lakini akapata ushauri mkubwa wenye ushawishi mkubwa akaambiwa asifike. And you actually called off the demonstrations. I was marooned somewhere in Wote. And it looked like that particular day,
police had express instructions to look and hunt for Azimio leaders and kill them and maim them. In fact, nafahamishwa kama ungeenda Kamukunji, nia ilikuwa upigwe risasi miguu. Raila apigwe asiuawe, alikuwa apigwe miguu. Kalonzo akionekana miguu. Kioni miguu. Nia gani hii ilikuwa sasa? What was the intention of one Inspector General Police kwa jina Koome, ambaye we demand if he has a conscience, hata sio kulazimishwa na mtu, kama akona roho ya utu ajiuzulu. That is what they do in democracies, na kuacha kazi. Because huwezi Mwanakome kusema ati Azimio tunaenda kwa mochari na tunaenda tuna rent miili. Huu mwili au mtoto wetu ni kukomboa, tumekomboa kweli? Shetani ashindwe ama namna gani? So mambo kama haya yanatuudhi sana, yanawaudhi wazalendo wa Kenya hii, lakini Kenyans are very resilient. They know their rights under the law and they are going to pursue those rights. Kazi ambayo ilianzishwa na ndugu haya Governor Kivutha Kibwana when he was in civil society, it got into our people. Watu wakajua haki zao za kikatiba. So mimi naomba tu turuhusu kijana yetu alale, lakini ile challenge ametuachia ni kwamba yeye angetaka dada yake akimaliza masomo, tulielezwa huyu kijana alikuwa ameapa kwamba akimaliza kusoma atakuja amjengee mama yake nyumba. Mama Mwendo, huyu kijana ametimiza lengo lake, amekujengea nyumba. Tumpigie huyu kijana makofi. No mwaki yenyenyaka anda na mwaki. Sisi zote tulifanya hiyo kazi. Mheshimiwa Governor Junior, I thank you for the contribution, because ulipanda hapa 1 acre, muuzaji hapa tunamshukuru sana. Akakubali kuuzia huyo mama 1 acre, na sisi tukachanga. Ile kazi kidogo imebakia. Junior, I'm giving you charge. Let this not family want. Huyu mama asikose chakula. Yule mtoto wako secondary school amalize na aende mpaka university asome zaidi. Mahala ndugu yake mdogo alikuwa anataka kwenda to Kenyatta University, yeye aende even Nairobi University, the premier university, asome mpaka aje kuendelea na kujenga nchi yetu hii. Her brother took the bullet, literally took the bullet on behalf of so many Kenyans and others who are perished. Today we are talking about 72 people already killed, failed by police brutality. Wengi zaidi wako bado mahospitali, na wengine kama Mheshimiwa Muso wamekamatwa for nothing wakapelekwa kotini. Speaker wenu Mbilu alijificha, hata nadhani bado anajificha. Undula mata manze Mbilu ame hata kwa maondoe madhelile. Yani kusumbua roho za watu. I think he's out of the country. Lakini vile alishtuliwa, ajabu Mbilu aliniambia waliomshika wakampeleka sijui wapi. Mashuru. Askari wenyewe alimwambia wanakauni tu au kwa tai ili tuenenyu. Hii maajabu hii. So people know the truth. And the truth is, bado maisha ni magumu sana Kenya hii. We hope they have started listening, because I saw some newspaper headline kusema they are considering fuel subsidy. It is coming too late in the day, because that's what we've been telling them. Kwa sasa, nunaende teudhika my auntie, kitinda mimba wa my late father. Nanema mbetele etembe wanagusi ikuru. Nengo kamba imonene. Ni Raila ikuma kibwezi kuthiko nkweta usweni. Hiyo ni dunia ingine.
ndio wakicheza hivi tutajitenga hata sisi. Si namna hiyo? Do you know Ukambani ni bigger than Rwanda? Nchi nzima inaitwa Rwanda, Ukambani ni kubwa kushinda Rwanda. Kwa hivyo tumeona leo kwa magazeti vijana wa Kenya wakajitokeza, waka-apply waajiriwe katika idara ya utoshaji ushuru KRA, and only 2 communities wakapata 58 point something percentage of those hizo nafasi za kazi. Kumaanisha vile Gachagua amekuwa akisema Kenya ni kampuni, wenye share ndio wanapata kazi. Haya ndio mambo ambayo tutayazungumzia. And I want to assure my team, ndugu Raila, for the confidence you have shown us that we can participate in these bipartisan talks. Tunaingia hapo bila kujali. Yani we mean business. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah? Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya na nia mbovu. Kwa hivyo siwezi kuongea sana because I'm a team leader. Lakini nataka niwahakikishie Mungu akituwezesha, this country will be a great nation. Na itakuwa hatuwezi tena kujitenga. Hatutajitenga, pengine wao wajitenge. Sisi ni Republic of Kenya. Kana mwaziata? Lakini wajue Kenya is not a company na iwezekani. Kwa hivyo mniruhusu tu niseme kijana yetu lala vyema. You died too soon. May the angels celebrate with you and give your mom, your sister and the family, the people of Makueni, the comfort that only God can give. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupatie Yesu makofi mazuri. Mheshimiwa Jessica Mbalo has kindly agreed kunisaidia mpaka tukasindikize Andinzisa huko Sekuru. Kwa hivyo mkiniruhusu atoe rambirambi zake ndio sisi tuondoke, na alafu nyinyi muendelee na shughuli. Ndugu Raila, thank you for that understanding, and the team. Asanteni sana. Kwa familia ya Mwendo, Mama Brian, the sister, the young brother, kanisa, His Excellency Raila Amolo Odinga, His Excellency Kalonzo Musyoka, na sisi zote wenye tumekuja kuomboleza. Mungu ni mwema na kila wakati. Mwiya ine moseo na mabinda onde. Tumekuja kusema pole kwa familia na kwa Wakenya wote wenye walipoteza watu wao kupitia kwa kuwawa na polisi katika maandamano, peaceful demonstration. Mimi ni Jessica Mbalu, mbunge wenu pale Kibwezi East, lakini nikiwa hapa West wasemanga Kibwezi ni moja. Sasa tuisene. Mimi deputy organizing secretary wa chama chetu cha Wiper Azimio. Huyu mtoto amekufa tukiendelea kutetea haki zetu. Peaceful demonstration. Your Excellency Raila Amolo Odinga, 2 weeks ago nimezika mwingine kwangu Kibwezi East kule pale kunaitwa Chiusiani. Aliuliwa kule wote. And I'm sure tulisema tutaorganize siku moja tuende huko. I want to thank the governor for Makueni, Governor His Excellency Mutula Kilonzo. And I want to appreciate you in a special way ulisimama na sisi. I want to appreciate the Azimio team kwa sababu hata sisi wabunge tumeshikana na Azimio team tuweze kusaidiana. Tuemewa tukaemeva.
Nimetumwa na wabunge wote wa Azimio. Na hata wabunge wengine wako saidio wengine wako na sisi. Mwikone maemeva umu kone kwa megwa moyo. Hata wao wako na sisi. Kwa sababu bei ya sukari ikipanda, kila mtu anaumia. Bei ya mafuta ikipanda, kila mtu anaumia. Tulipiga finance bill? No. Si ndio? Ndio tutetee nyinyi. Mama Brian. Huyu mtoto wako twendo mwelekania na Yesu. Ni kama Yesu. Yesu alikufa ndio tuokoke, ndio tuweze kwenda mbinguni. Hata kama si Yesu. Example, kana tiyo wemba itu. Eli wa Brian akwiye neka na Kenya yokoke. Asuma na amua iye. Shetani ashinda. Tutarudi siku ingine when my principals are here. Siongeangi sana, lakini ndio muombezi. Ndio muombezi. Your Excellency Kalonzo Musyoka, we know you very well. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, asante sana kwa kumwekea mkono Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akuwe team leader. Na hiyo at least umetuonyesha upendo wako kwetu. If Kalonzo is the team leader, hakuna kitu haiwezekani. Ende kanatio huo. Kalonzo ameshikanisha inji mingi, kanatio huo. He is a peacemaker. Sasa wakishindwa, mjue sisi ni wao. Ende kanatio huo. Maembo tuidhukisha, mjue wao ndio wataki Kenya iendelee mbele. Na ende maema, ende vaikwati mindwa tutuikali vaikwali. Asante. Asanteni sana, asante sana Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Nimwamwia nathi neza sabalini. Na nimwamwia kethania kuya sheikulu. Asante sana Your Excellency, tunakuombea safari njema na kutakuwa kuzuri. Tuko tumefika hapo kwa sababu ya wakati. Hii ni nafasi nataka kuita mchungaji ndiposa akapate kuleta neno, kisha tutapata kuendelea. Ninaomba zizi zote tusimame tupate wimbo. Tunaongozwa na Pastor Ann, wimbo ulio katika kitabu cha Kutumaini Sina. Alafu we are going to hear the word of God. Bwana asifiwe. Amen. Basi huo wimbo ambao umetajwa uko katika program zetu cha Kutumaini Sina. Kwa hivyo tutaenda kwa pamoja na Bwana ataweza kutubariki. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yaya niwendefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake hizo na Yesu inasi
Baba, tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunalimidi na kulitukuza jina lako kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia. Tunaendelea kuomba faraja. Asante kwa viongozi wetu wamefika. Asante kwa kila mmoja wetu ambaye amehudhuria hafla hii. Tunaendelea kunena faraja na utukufu wako ukaonekane katika jina tukufu la Yesu Kristo. Tunaalika uwema wako mfalme kwa nafasi hii ambayo tutaenda kusikia neno lako. Naomba Bwana ukazungumze na maisha yetu, maana wewe ndio faraja wa maisha yetu. Kwa neno lako utufariji, kwa neno lako ututie nguvu, kwa neno lako utupatie njia, maana wewe ni Bwana wa maisha yetu. Tunakuhimidi maana wewe ni Bwana. Chukua nafasi ya kwanza, maana wewe ni mwaminifu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi ningependa tu nichukue fursa hii niweze kuleta neno la Mungu mchana wa leo. And before that, naomba tu tukae ndio tuweze kabla sijaongea machache, naomba tu nikaribishe wachungaji tu kwa sababu ya time. Wasimame mahali walipo wachungaji, because nao hawatakuwa na wakati mwingine. Thank you so much our pastors. Bwana awabariki. Naomba Reverend Tama on behalf of the pastors asalimiane tu tunapoenda kusikia neno la Mungu. Karibu sana. Kidogo tu kelele ya ndege sawa lakini. Haya, karibu sana. Reverend Tama aweze kutusalimia. Basi kwa niaba ya wachungaji wenzangu wote ninataka nichukue nafasi hii ni wasalimu wapendwa waombolezaji ambao tumekuja kufariji familia hii katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Pia wageni wetu karibuni eneo hili, tunawapenda. Sauti yenu inatutia nguvu na uongozi wenu unatupatia mwelekeo na tuna matumaini makubwa na nyinyi. Mungu awabariki na kuwaongoza. Asante sana wachungaji. Can you have your seat? Ningependa tu kwa mheshimiwa au His Excellency baba yetu Raila Amolo Odinga, the all protocol of serve. Ningependa kusema ya kwamba karibuni katika hafla hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa jambo hili. Tunashukuru kwa sababu tumekuwa na safari ngumu kwa familia ya Brian kanisa, maana hii jambo ilitupata kwa mshangao. We are expecting to pray this very end of this month Brian yaende shule because of university. Lakini the kifo yake imetukata miguu, lakini bado Mungu anaendelea. And the way we have said there before, ya kwamba Brian ameshafanya kazi yake ila Mungu alikusudia kufanya katika dunia hii. He has done. I can take the life of Brian like a life of Cameron Scott, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa letu la Africa Inland Church. And he come here at Nzawi. Na Nzawi ni mahali pazuri pa kuanza mambo mazuri. And he served for only 3 months or 3 years. Na maisha yake ikakatika. Na on description ambayo aliacha katika hali yake, akasema hivi: Bwana unitumie ingali hai na wakati ambayo nimeenda. I am telling you the great church ambayo Scott Cameron leo akifufuka anaweza fanya mambo, anaweza sangaa au kuanguka because of what the great how church has grown. Na hata leo Brian Mungu akijalia na au amuke aone kile kazi ambayo imetendeka kwa ajili yake, Mungu atashukuriwa. Kwa hivyo I've been telling Mama Brian, God loves you na kuna mpango mema juu ya maisha yako. Sometimes we can cry. Sometimes we can see that sisi tumefika mwisho wa maisha. But that is the beginning point of God. I remember one wife, or one woman ambaye alikuwa anaitwa Naomi. When he went to the other land, au alipoenda Moab, alirudi bila chochote. Na watu wa familia walipomkaribia, alilia kwa sababu walikuwa wote wanawake wawili wasio na chochote. And he be crying and said, I will never be called Plisan. I will never be called Naomi. Call me Mara, because God has forsaken me. But let me tell you, kama Naomi angejua plan ambayo Mungu anaye kwa ajili ya maisha yake, angemtukuza Mungu. Na ilionekana alikuja kuwa kisasi baraka ya kisasi ya Yesu. Boaz ambaye alikuwa amemuoa alikuja kuwa baba wa Jesse, na Jesse inaitanishwa na ufalme wote wa Daudi ambaye Kristo Yesu pia alikuja kusaliwa. Now Naomi is a great woman. I am telling you, this woman will come to be great. Your name will be called. Now mataifa yote wanakujua kwa sababu ya Brian.
America wanakujua kwa sababu ya Brian. Every land know you. Kenya nzima leo wako hapa because of you. Brian ameshafanya kazi yake. Na basi tutafanya nini ndugu zetu? Tuangalie Mungu ambaye ni faraja wa maisha yetu. Yeye ambaye ni faraja. Dunia hii iko na kilio. Dunia hii iko na mambo mengi. Hata kwa wale ambayo dunia iko na kilio. A lot of cry in the world. A lot of cry. People are killing others. Na nini ambayo itapumzisha hii jambo? Naomba tu nisome maandiko mafupi. I will not go I'm going to take no time. Nitamaliza kwa ufupi sana katika kitabu hicho cha Yohana au Luka mlango wa 7. I want to read verse number 11 through verse number 16 and 17, alafu tuweze kusikia neno la Mungu. Nitachukua muda mfupi sana. And the Bible says, as soon as Jesus went into the town of Nain, his disciples and a large crowd were with him, along with him. As they approached to the town gate, a dead person was carried out, an only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town were with her. Then the Lord saw her, and he went, and his heart went out, and he went to her and said, "Don't cry." And when he went up, he touched the band, and there they carried where they are carried on, and the coffin bearer stood still and said, "Young man," I said, "rise and get up." And the dead man started and began to talk. And Jesus gave him back to his mother, and they were filled with awe and praise, and a great prophet has appeared among people. And they said, God has come for his help. And this news about Jesus spread throughout the Judea and the surrounding country. Haya ni maneno ambayo ni ya Yesu Kristo. Na ninakipenda kuambia kanisa ya kwamba kuna mmoja ambaye tukimtazama, yeye ndio ana uwezo wa kutuliza kila hali ya joto ya maisha. Yesu Kristo ndio suluhisho ya maisha ya leo. People are crying all over. Hii kifo ni kitu mbaya sana. Imefanya watu walie. Watu wanashindwa hata kujistahimili kwa sababu ya uchungu ya kifo. Watu wanapoteza watu wa familia siku moja. People are killing one another. People are destroyed. Risasi inatumika hai. The power of death is ongoing. But I thank God because there is a time ambayo Biblia inasema kwamba kuna mmoja ambaye alijaribiwa, kuna mmoja ambaye aliteswa, kuna mmoja ambaye aliuliwa na kifo, kuna mmoja ambaye alisulubishwa na kifo cha aibu, na Biblia inasema kwamba hata wakamzika kwenye kaburi, na zaidi ya yote wakamwekea jiwe juu ya ile mwamba, wakasema asitoke. And they give walinzi katika kifo yake, wakasema kwamba tuweke walinzi kwa kaburi ya ule jamaa, because this fella has said he will rise up after 3 days. Praise the name of the Lord. There is a hope in Christ Jesus. Hata kama tunatafuta na tunang'ang'ana kutafuta haki ya Brian, my brothers and sisters, kuna kifo nyingine nyingi ambayo inatuangamiza kama wanadamu. And the only one who can give us a solution, it is one ambaye Biblia inasema kwamba alitembea kwa familia moja, angekuwa hapa na yuko hapa in spiritual realms. Hey, Bwana asifiwe sana. Kusanyiko kubwa likakusanyika kama hili. People are coming, wanakuja na kuomboleza, na Biblia inasema kwamba aliposikia hiyo, he was moved. Roho yake akawa moved, and he went to the mother and said, "Don't cry." Kuna mmoja ambaye anaweza tuambia tusilie. Sisi tumenyamazisha mama Brian tumwambie tusilie, lakini hatuna uwezo nyingine. Hata leo tukitoka hapa tunamwambia tumeachia Mungu, lakini kuna mmoja ambaye ako na uwezo yote. Yeye ambaye Biblia inasema kwamba na akasimamisha protocol yote, na Biblia inasema kwamba akaenda kwa Genesa na akaiguza akasema, "Young man," because he has a power over death. Praise the Lord. Hata hawa Brian ambayo hatujafufua sisi, yeye atafufua siku ya kurudi kwake. I thank God, wiki jana tulikuwa tunafanya counseling na yeye,
na nikaomba na yeye maombi ya toba. Kwa hivyo najua kwamba tutampata pale. Praise the Lord. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba na yeye anatupatia faraja. Faraja ya ajabu. Alienda kwa kina Martha, wakilala, wakilia. The example that Jesus was giving out, he has power over death. When you read the scripture, inasema ya kwamba kuna siku moja ataambiwa, kifo, wapi nguvu zako? Why is the strain of death? Why is the power of death? Hallelujah. Na Biblia inasema pale atatupanguza machozi, maana yeye ndio ako na uwezo. Praise the Lord. Huyo ndio tumtazame. Yes, we struggle to look for mambo yetu ya nchi yetu ya Kenya. Maana tunaombea nchi ya amani. Tunaombea watu wanyenyekee na kila mtu asiende na kifua. Kila mmoja ngangane, hii nchi iendelee mbele. This nation is greater than all of us all. Bwana asifiwe sana. Hii nchi, kuna nchi ambayo wanapigana external attacks, wanapiga. Alafu us as brothers and sisters, kwa nini tunapigana? Why are we losing innocent men like this? Because of just brutality of people. This nation is powerful. This nation is great. It's a home of all people. Sijaisikia Kenya wakiwa na refugee. Kwa sababu gani? This is a nation of peace. Naomba niwaambie watu wa Kenya, tusijaribu kuchezea amani ambayo iko nchi yetu ya Kenya. Let us take this nation as part and parcel of this nation. Na tuombee wa viongozi, hata president, aendelee, wanyenyekee wote, watafute suluhisho wa nchi hii great. Praise the Lord of the name of the Lord. Ili tusipate na hiyo kifo. Wacha tuzike wale ambao wanapigwa na terrorists. Wacha tupigwe na wale ambao wanapigwa na labda watu ambao wako kisirani. Lakini a brutal killing like this, naomba tu avoid. Naomba tu avoid. This nation is a nation of God. Bwana asifiwe sana. Tumpatie Mungu nafasi kwa nchi. Kwa hivyo tunaomba ile task force ambayo inaendelea, wale ambao wanaongea, tuombe. Na sijaona mweke wachungaji. Au nimeona protocol ya wachungaji. Naomba mweke wachungaji wawili ambao watakuwa wanaombea hiyo kikao. They are praying for this kikao. Hata kama msiogope wachungaji, my brother excellent, baba yetu. Msiogope wachungaji. Waweke wakae kwa hiyo kikao. Waombee maroho mabaya wanayoinuka, wanasema, ni sisi ndio tuko na nguvu. Let them pray for this nation. Hii nchi ikae maisha mazuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ujumbe yetu tunaomba hii nchi is bigger than all of us. Hallelujah. Na tusichezee amani ya nchi hii. Roho alikuwa ananionengea, hii nchi iko na amani. Watu wanatoka kutoka kote. We have refugee from Congo, we are here. Wanafika kama nyumbani kwao. We have refugee from Somalia. Wanasikia kwamba nchi hii ni nchi yao. Na kwa nini sisi tunauliwa watu wadogo wa Kenya hii? Real people of this nation. Tunaomba faraja. Na kuna mmoja huyo ambaye atatuwezesha kuleta amani kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema kwamba alienda akatuliza kila dhoruba, akampatia mtoto mama yake. Yeye ako na hiyo uwezo wa kufufua Brian at his appearance. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki, Mungu atusaidie, Mungu atupatie nguvu. Naomba familia ya mama Brian pamoja na wachungaji waweze kuletwa hapa tuombe. And tutakuwa na special offerings because of our sister, japokuwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amempatia nafasi kwa brother yetu governor, the sitting governor of Makueni, lakini tutafanya jambo. Bwana asifiwe sana. Wakiendelea kujipanga, maana protocol inapeleka mambo mengi, tuweze kufanya hiki kikao ambayo imekutana hapa leo. Tumpatie huyu mtoto fees ya hata kama ni mzima. Bwana asifiwe sana. Si sadaka, it's a special offering that we give this family and it shall be well. Naomba wachungaji tuweze kuombea hii familia. Join tu hapa and we are going to pray for you. Na nimalize protocol au nimalize mambo ya ibada and the Lord is going to fight for you. Mbide kuja tu pande. Naomba tuletewe vyombo ndio tumalize mambo ya ibada, tumpatie leaders wetu ambayo they have respected us ili tuweze kuomba. Reverend, naomba karibie as we are going to pray. Mama Brian amekuwa na challenges, lakini kuna njia nzuri Mungu ambaye ametupatia and is going to fight for you. I know you are going to become a great person. Somesha huyo msichana, huyo atakuja kuwa tegemeo kubwa kwa ajili ya maisha ya hawa watu wetu. Tuombe.
Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Asante kwa ajili ya kuwasunguka mama ya Brian, ambapo Bwana umemweka katikati ya wachungaji waliojua kwamba ako katikati yako Bwana. Tungependa Bwana Roho wako Mtakatifu ambaye yeye ana mpangilio mwema wa maisha yake, Bwana ukaingilie maisha yake, ukainue maisha yake, ukamwekee Bwana environment ambayo inamfaa. Mulinde Bwana na maadui, muwezeshe kufaulu katika mambo makubwa. Enda ukaumbe maisha yake, na sana sana ukamwekee misingi ya kukuamini, kukupenda na kukutumaini katika mambo yote. Yesu, enda ukatende kama wewe Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tumetamka neno la baraka katika maisha ya mama Brian, pamoja na mdogo wa Brian, pamoja na watu wa familia yote Bwana. Tunatamka neno la baraka. Tusaidie Mwenyezi Mungu, tuongoze Mwenyezi Mungu. Asante maana umetusikia. Katika jina la Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Naomba kwaya ya Mwembeni kidogo tu, kwa dakika chache tu tunapotoa sadaka zetu. Tunengwa isiondo. Na ndikuulia ketha no bato ne kato nengo isiondo si onekana taita tu ne kada withe baya na batunga kila kimwe kitunga mchungaji obuwa gube. Mchungaji ute moko make na masio. Ina nda chuno ndwende. Youth band. Ina tenda mundu moko make matema mabuluku mataimwa ngamu. AIC Youth Band ukiongeza na Keofi. Haraka tafadhali Mwembeni. Haraka naomba ikiwezekana tembea na miguu yako. Hapa kwanza acha niseme ya kwamba kwa wageni wetu na watu ambao wako hapo karibu, ukiongozwa na baba yetu, chondo hii tutaweka hapa. Nafikiri hapa hakuna mtu mchungaji iko mikononi mwake. Haya, ile nyingine itasimama wapi? Lete moja ambayo tupeleke huko na mchungaji ambaye najua kuna wachungaji waaminifu sana. Awe na mekati aya nenda tete mondo. Youth band. Aya bonga be basi tomwe. Geja twaya. Eneze moko ma kana mengamu. Aya tunjendu tu support watu na wewe mtoto. Haraka tafadhali tumpatie leaders wetu nafasi. Tukile itu ikine na maoma itu. Tuigeneza kwa ndaya nikada kumavuto ndio na program. Sasa tuwekeni msaada wetu. Kidogo mama ne andu mena mbeza kwisela Simone na no sione kana kweza kweza nenda nenga namba ya nyambo Brian. Ukabao ndabishini kana ni mati connect bo. Tamuka namba ya ambao sasa na send maana watu watembei na pesa. Tuje kwa haraka tafadhali. Na haraka ikiwezekana. Wale wengine sasa tutembeeni na miguu. Tafadhali ukilai. Ani motema iwe kana mwendete na kitu. Tije imano mindo ndikana nyage no kuya na hiyo kaongela ndoto ingiwe that sawa. Haya programu tangaza na mbezu. Haya, namba ya simu kwa alama ya kwenda kutumia mtandao ni noti moja 0793 82 93 54 0793 82 93 54. Aya alongide tukile twende tu support mwana nikana wize mwana ni waende ya kwaya. Na sasa naomba muendelee tukifanya hiyo kazi. Asante. Viva!
na mbebwa dabaya ukai njoni usifungiwe na basi. Asante kwa kazi nzuri. wanaume 10 walikuwa wanasumbuliwa na ugonjwa wa ukoma. Ukawatuma kwa neno moja tu, enendeni mkajionyesheni kwa makuhani. Walipofika kwa makuhani wale wanaume, ukoma wao ulikwisha. Ukapatana na mama pia aliyekuwa ni mjane, mtoto wake ameaga, wanampeleka kaburini. Uliliguza lile geneza, shule mtoto akafufuka. Ukaliguza lile geneza, shule mtoto hakawa hai. Sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zako zikamvuma. Asanteni. Asante sana waimbaji wetu. Asante. Simba zikamvuma. Tuende tokeni pole pole. Asante sana. God bless you. Haya nimejulishwa ya kwamba tukimaliza kuomba msio kipita msio kitakaribia tukupatie hii ndio sasa uelekeze mahali ambayo inastahili. Amba tuombe. Mwenyezi Mungu, asante. Wewe ndio uliagiza ya kwamba watu wanapojumuika wawe wakitajiwa yale ambao yanahitajika. Wewe utaweka moyo wa kupenda watu watekeleza yale yanayofaa. Tumetaja kwamba kuna mtoto hapa ambaye anaenda shule sekondari ambaye sasa anaendelea. Mama moyo wake una ujauzito wakati huu, hata akili yake hawezi kuunganisha vitu vile vilivyo maana ametatisika. Na tukajulisha umati huu ya kwamba pana haja. Na kwa pamoja kila mmoja kwa moyo wa kupenda wametoa pesa ambazo mikononi mwetu tumezishika. Pesa nyingi, ni nyingi, na asante Bwana. Na tunakuomba hawaye ametoa nyingi ukambariki, aliyetoa chache ukambariki, na hata wale ambao wakutoka sababu ya kupungukiwa ukawajalie. Hata wengine wametumia masimu. Asante kwa ajili ya mkono wako ambao tumeushuhudia. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Hizi tunazikabidhi kwako na kuomba ukasitakase katika jina kuu la Yesu. Tuomba kwa kuamini. Amen. Asante sana. Pita Mchoki. Asante sana, tuwapatie wachungaji neno la Mungu makofi mazuri.
Tushukuru Bwana kwa sababu ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwa sababu ya wakati tutapata kukimbia kidogo. Kwa sasa nataka kumuita mama yake Brian Mwendo akapate kuja akisindikizwa na msaidizi wake ili akapate kumpatia mtoto wake heshima ya mwisho. Mama Brian, kwa pole tembea. Biblia ya kila undu ukaba mwana kwete usio kwa alama mwenda Kristo. Inya Brian ndeze kana akakeithia baba. Na kana akakeithia Kalonzo. Apewe huwa. Mama na dadake Brian ndio tutawapatia nafasi, kisha hao wakimaliza nitaomba kwa sababu ya viongozi wetu tuwe na nafasi ya kuwapatia nafasi wakapeane heshima za mwisho, kisha wakapate kulete rambi zao. Okay. Okay, ni mumbeti kilia. Chwa mumbesi. Nita wao. Isimbi ekaini some on behalf of the mother. Nundu aiwata ata nene cha. Na chwa mu kuelewa. Kikuki hiki na wo na wito mwingi. From mother to our son Brian, we would like to thank the Almighty God for the years He has given you to live. You have been jovial and admired to live with you and admired to live with you forever, but God admired you most. May He receive all the glory. Our lovely son Brian, may God rest you in eternal peace. This is from your mother. Asante, tupatie mama makofi mazuri. Pole sana mama. Mungu akufariji na kutakuwa kwema kwako. Nafasi hiyo nachukua kumwalika dadake Brian naye akapate kutoa rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Sister to Brian. Asante, tupatie dadake Brian makofi mazuri kwa kupeana rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Maombi yetu ni ya kwamba yale Brian alikusudia kufanya utaenda kuyafanya pamoja na yako, na Mungu atakubariki. Wakati huo ningependa sasa kumwalika Sub-County Administrator Bwana Katui uchukulie kutoka hapo, na Mungu wa mbingu atatubariki. Karibu. Asante MC mwenzangu, kwa heshima ya right Honorable Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote ambao wameandamana na wao na gavana wetu kipenzi cha watu wa Makueni. Ningependa kwa haraka sana nimuite
Assistant Chief wa sublocation ya Makasa ambaye yako pamoja nasi na officers wengine wa national government ambao wamehudhuria mazishi haya, ili aje kwa haraka sana apeane maua, na kama kuna ujumbe atapeana kwa haraka. Alafu wafanyikazi wa county pia mkae tayari. After this nitawaita na pia nitapeana sasa ratiba kwa gavana wetu. Kwa hivyo Assistant Chief Makasa sublocation. Assistant Chief. Haya, kama yupo basi ningependa niwaite wafanyikazi wa county government of Makueni kutoka pale chini mpaka pale juu ambao wamehudhuria mazishi haya, waje kwa haraka sana tupeane maua na tutaendelea na shughuli. Asante. Your love is kind. Your love is special. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Asante. Kijana Brian Mwendo alikuwa katika mradi wa ajira wa Makueni ambao unaitwa MKJ, miradi kwa jamii. Na ile siku ambaye alipatana na kifo, wakati ule ndio tulikuwa tunawalipa. Kwa hivyo alilipwa na tayari alikuwa ametuaga. Lakini Mungu yupo na atafariji familia. Kwa hivyo poleni sana, na alikuwa kijana mzuri na Mungu awatie nguvu. Kwa hivyo ningependa sasa nimwalike gavana kipenzi cha watu wa Makueni ili aje aendeleze ratiba. Asante gavana. Thank you. Nataka nipatiane nafasi kidogo tu idhini tuotiwa tuenaeni tuendamo manene alamena haraka madhi na idhiange tuitiwa tuebanenyu baga gotuke mwelo mbona ni mwembona bagwe sotuka. Nataka nimwalike Eugene Wamalo ambaye ni wakili, tulifanya kazi na yeye, tulikuwa ofisi moja, alifanya pamoja na baba yangu. Aliingia kwa ofisi baada ya baba yangu kufurushwa kwa hiyo ofisi. Eugene, you will moderate your guests. The rest of us will be left behind. Karibu. Thank you, my brother. Thank you very much, Your Excellency Governor Mutula, Governor wa jimbo hili la Makueni, His Excellency Raila Odinga, principals wenzangu wa Azimio na familia ya Brian, waombolezaji wote kanisa letu. Mwai ni museo, mavinda onze, asanteni kutupa nafasi hii tuje tuomboleze nanyi kifo cha kijana mdogo sana Brian. Na sababu bado tunaelekea kwingine, mtanipa nafasi kidogo ni alike wenzangu waweze kuomboleza nanyi, alafu tulete baba mwenyewe ambaye mumesimama naye na Kalonzo kwa muda huu wote aseme pole kwenu pia. Niko na ndugu yangu Wajakoya kutoka kule Western, na muomba aje awasalimu kidogo. Asante sana. Karibu ndugu Wajakoya. Asante sana. Asante bwana governor. Mama Wakristo wote waliokuwa hapa ama wale ambao wako hapa,
rafiki zetu wote ambao wako hapa. Mimi nimekuja kwa huzuni, niko na huzuni mingi sana na sitasema mengi. Ile nitataka kuambia Wakenya siku ya leo ni ya kwamba ile serikali tuliyoko nayo yuko na mawenda wazimu. Na kama wale wenye wako hapa ambao wameungana na wale, waende waambie profesa amesema sisi ni wazimu. Waende waseme sisi ni mwazimu, manake tumeingia ndani yenu. A sane man, mtu ambaye kuna akili timamu. Na kama Mungu amekupatia uwezo wa kuongoza watu, huwezi kwenda kila siku kwa kitu kidogo huko kwa television. Baba, ukiwa hapa kama baba yetu, tuko na wewe, na nitasema hivi. Kuna watu pale ambao wanaimba Raila kila siku. Wanatoa mate mingi sana kila siku kusema tu Raila, 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 Kalonzo, Kalonzo. Watu wa Kamba, for the first time, najua Mkamba ni mkale kwa mshale. For the first time, mtoto wa Kamba, Kalonzo Musyoka, alisimama na baba. Watu walikuwa akisema, hey, Kalonzo anaendanga hivi. This time he stood like a man. Na amewaonyesha kwamba tuko, hata sisi wa Kamba tulipigania uhuru na mshale. Kweli rongo? Baba, ukiwa hapa, kuna mtu kule ambaye ni namba 2 katika serikali hii. Alikuwa DO. Babake alikuwa kati ya wale watu walikuwa naua wale watu wa kupigania Mau. Kila siku Gachagua mdomo yake Baba Martha Wajakoya. Hana kazi nyingine ya kufanya. Alafu amechukua security ya nchi hii. Anaambia wale wengine kwamba rais niwachie tu, nitadili na yeye. Hii kifo ya huyu kijana mdogo, ningetaka Gachagua, semeni Gachagua. Kome, semeni Kome. Ndindi Nyoro, semeni Ndindi Nyoro. Moses Kuria, semeni Moses Kuria. Kimani Ichung'wah, semeni Kimani Ichung'wah. Hao watu na wengine ambao nimetaja, sijataja, ndio wamefanya nchi hii Kindiki pia. Ndio wamefanya nchi hii imekuwa na huzuni kila siku. Na hakuna watu wa kuambia. Hao ndio wanafanya watoto wetu wanauliwa. Hao ndio wanafanya baba iko hapa, na baba ndiye alileta ugatusi. Na Profesa Kivuta Kibwana, sijui kwa nini leo umekuwa na kichwa ngumu. Ungekaa hapa. Na mimi ninakuambia, manake wewe ni profesa wangu, wewe ni mtu mimi napenda, wewe ni mtu umesoma kuliko mimi, na wewe ni mtu mjaziri ambaye anaheshimika ulimwengu mzima. Profesa Kibwana, nitakuuliza jambo moja. Ikiwa baba atakuwa rais wa nchi hii, huwezi kuwa waziri ya baba. Ile heshima tuko na wewe nayo kwako ndio imefanya sisi tuko hapa. Manake wewe, you are the first human being in the world kupigania ubinadamu wa Wakenya, na tunakushukuru kwa hiyo. Wacha niendelee kidogo mheshimiwa, manake nimekasirika. Sasa ukiona watu ambao
yako Bwana. Tungependa brother ndugu Wanjekoya, brother Wycliffe Ombesa Paranya, brother Governor Mwangi wa Iria. Hata kuna rafiki yangu mmoja kule anaitwa Raila wa Kamau wa Raila, sorry. Our brother Kioni, Secretary General wa Jubilee, Mheshimiwa Governor Junior and Madam Rose, na MPs who are here, and I think there are also very many MCAs. Jamani, simameni tu tuone ma MCAs wale ambao wamekuja. Asanteni. I'm quite sure Junior will deal with you at appropriate time. I thought I could do that protocol at the initial stage. Tujue kwamba na wageni wengi. Baitu mwaseo? Mwaseo ingi? Wamana kemakokeo tuwa nema na monini to Brian. Tuona nusi ona ito tubike. Tuidhe wamane enyu. Nondo kila kiedhi emali. Atenyoa maandamano. Kenya. I forgot to mention our brother, Governor Professor Kivutha Kibwana. Na dio mumi abayambe ane wa family ame hapa. Kwa na akene mukwie. Tuasia pole monopio. Nondo akila kiedhiwe. Na ekinastu ye Kenya yonde nondo mwana monini to kututia. Kwa kunwa kisasi. Ni muskali ulo ilete kwezi ai musubia nikindu kina womo nobyo, lakini ngai nunde kama betyo nona tawabangie kikuki kya Brian ikikatumwa Kenya imanya kanyinya anduma mali anduma Makueni na kaina mukadhi enondo Makueni County ibendea maandamano inyumu nae na mbemwe. Ndugu, I think we are here, we have a contest. We have a contest here. That as far as we are concerned, in terms of the peaceful demonstrations, ambazo ziliendelea under Article 37 of our Constitution, Makueni County were number 1. I think wamefuata tu na Kisii na Kisumu number 3. Kuonyesha kwamba Kenya nzima imerefuka. Mambo ya katiba yetu ndio inaongoza nchi. Na bila kuwa na katiba hatuwezi kuwa na nchi. Kwa hivyo lazima tuajibike zote. Tena nasema asante kwa Makueni County kwa msimamo. Mimi mwenyewe karibu ni uwawe hapo wote town. Watu walisema edwana wasiya mubese kulika wote. Nwe bahati muskali. Tuambo semba tuwekuvitha Kathonzweni. Tuwe Kathonzweni, naye ndugu Raila alikuwa ametoka Mount Kenya region akaja Kamukunji. We thank God because kama Raila angeenda Kamukunji siku hiyo angeuawa kama mwendo. Lakini akapata ushauri mkubwa, wenye ushawishi mkubwa, akaambiwa asifike. And you actually called off the demonstrations. I was marooned somewhere in Wote. And it looked like that particular day, police had express instructions to look and hunt for Azimio leaders and kill them and maim them. In fact, nafahamishwa kama ungeenda Kamukunji nia ilikuwa upigwe risasi miguu. Raila apigwe asiuawe, alikuwa apigwe miguu. Kalonzo akionekana miguu. Kioni miguu. Nia gani hii ilikuwa sasa? What was the intention of one Inspector General Police kwa jina Koome, ambaye we demand if he has a conscience, hata sio kulazimishwa na mtu, kama akona roho ya utu ajiuzulu. That is what they do in democracies, na kuacha kazi. Because uwezi Mwanakome kusema ati Azimio tunaenda kwa mochari
na tunaenda tuna rent miili. Huu mwili au mtoto wetu ni kukomboa, tumekomboa kweli? Shetani ashindwe ama namna gani? So mambo kama haya yanatuudhi sana, yanawaudhi wazalendo wa Kenya hii, lakini Kenyans are very resilient. They know their rights under the law and they are going to pursue those rights. Kazi ambayo ilianzishwa na ndugu haya Governor Kivutha Kibwana when he was in civil society, it got into our people. Watu wakajua haki zao za kikatiba. So mimi naomba tu turuhusu kijana yetu alale, lakini ile challenge ametuachia ni kwamba yeye angetaka dada yake akimaliza masomo, tulielezwa huyu kijana alikuwa ameapa kwamba akimaliza kusoma atakuja amjengee mama yake nyumba. Mama Mwendo, huyu kijana ametimiza lengo lake, amekujengea nyumba. Tumpigie huyu kijana makofi. No mwaki yenyenyaka anda na mwaki. Sisi zote tulifanya hiyo kazi. Mheshimiwa Governor Junior, I thank you for the contribution because ulipanda hapa 1 acre. Muuzaji hapa tunamshukuru sana. Akakubali kuuzia huyo mama 1 acre na sisi tukachanga. Ile kazi kidogo imebakia. Junior, I'm giving you charge. Let this not family want. Huyu mama asikose chakula. Yule mtoto wako secondary school amalize na aende mpaka university asome zaidi. Mahala ndugu yake mdogo alikuwa anataka kwenda to Kenyatta University, yeye aende even Nairobi University, the premier university, asome mpaka aje kuendelea na kujenga nchi yetu hii. Her brother took the bullet, literally took the bullet on behalf of so many Kenyans and others who are perished. Today we are talking about 72 people already killed, failed by police brutality. Wengi zaidi wako bado mahospitali. Na wengine kama Mheshimiwa Muso wamekamatwa for nothing. Wakapelekwa kotini. Speaker wenu Mbilu alijificha, hata nadhani bado anajificha. Undula matoa manze Mbilu wame hata maondoe madhelile. Yani kusumbua roho za watu. I think he's out of the country. Lakini vile alishtuliwa, ajabu Mbilu aliniambia waliomshika wakampeleka sijui wapi. Mashuru. Askari wenyewe alimwambia wanakauni tu au kwa tai ili tueneenyu. Hii maajabu hii. So people know the truth. And the truth is bado maisha ni magumu sana Kenya hii. We hope they've started listening because I saw some newspaper headline kusema they are considering fuel subsidy. It is coming too late in the day. Because that's what we've been telling them. Kwa sasa, nunaende teudhika my auntie, kitinda mimba wa my late father. Nanima mbetele etembe wanagusi ikuru. Nebo kamba imonene. Ni Raila ikuma kibwezi kudhiku nkweta usueni. Hiyo ni dunia ingine. Ndio wakicheza hivi, tutajitenga hata sisi. Sinamna hiyo? Do you know Ukambani ni bigger than Rwanda? Nchi nzima inaitwa Rwanda, Ukambani ni kubwa kushinda Rwanda. Kwa hivyo tumeona leo kwa magazeti vijana wa Kenya wakajitokeza, waka-apply waajiriwe katika idara ya utoshaji ushuru KRA, and only 2 communities wakapata 58% of those. Hizo nafasi za kazi. Kumaanisha vile Gachagua amekuwa akisema Kenya ni kampuni, wenye share ndio wanapata kazi. Haya ndio mambo ambayo tutayazungumzia. And I want to assure my team, ndugu Raila, for the confidence you have shown us that we can participate.
in these bipartisan talks. Tunaingia hapo bila kujali. Yani we mean business. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah? Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya na nia mbovu. Kwa hivyo siwezi kuongea sana because I'm a team leader. Lakini nataka niwahakikishie Mungu akituwezesha, this country will be a great nation. Na itakuwa hatuwezi tena kujitenga. Hatutajitenga, pengine wao wajitenge. Sisi ni Republic of Kenya. Kana mwaziata? Lakini wajue Kenya is not a company na haiwezekani. Kwa hivyo mniruhusu tu niseme kijana yetu lala vyema. You died too soon. May the angels celebrate with you and give your mom, your sister and the family, the people of Makueni, the comfort that only God can give. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupatie Yesu makofi mazuri. Mheshimiwa Jessica Mbalo has kindly agreed kunisaidia mpaka tukasindikize Andinzisa huko Sekuru. Kwa hivyo mkiniruhusu atoe rambirambi zake ndio sisi tuondoke, na alafu nyinyi muendelee na shughuli. Ndugu Raila, thank you for that understanding and the team. Asanteni sana. Kwa familia ya Mwendo, Mama Brian, the sister, the young brother, kanisa, His Excellency Raila Odinga, His Excellency Kalonzo Musyoka, na sisi zote wenye tumekuja kuomboleza. Mungu ni mwema na kila wakati. Mwiya ine moseo na mabinda onde. Tumekuja kusema pole kwa familia na kwa Wakenya wote wenye walipoteza watu wao kupitia kwa kuwawa na polisi katika maandamano, peaceful demonstration. Mimi ni Jessica Mbalu, mbunge wenu pale Kibwezi East, lakini nikiwa hapa West wasemanga Kibwezi ni moja. Sasa tuisene. Mimi deputy organizing secretary wa chama chetu cha Wiper Azimio. Huyu mtoto amekufa tukiendelea kutetea haki zetu. Peaceful demonstration. Your Excellency Raila Odinga 2 weeks ago nimezika mwingine kwangu Kibwezi East kule pale kunaitwa Chiusiani. Aliuliwa kule wote. And I'm sure tulisema tutaorganize siku moja tuende huko. I want to thank the governor for Makueni, Governor His Excellency Mutula Kilonzo. And I want to appreciate you in a special way ulisimama na sisi. I want to appreciate the Azimio team kwa sababu hata sisi wabunge tumeshikana na Azimio team tuweze kusaidiana. Tuemewa tukaemeva. Nimetumwa na wabunge wote wa Azimio. Na hata wabunge wengine wako saidio wengine na sisi. Mwikone maemeva kone kwa megwa moyo. Hata wao wako na sisi. Kwa sababu bei ya sukari ikipanda, kila mtu anaumia. Bei ya mafuta ikipanda, kila mtu anaumia. Tulipiga finance bill? No. Si ndio? Ndio tutetee nyinyi. Mama Brian. Huyu mtoto wako tuendo mwelekania na Yesu. Ni kama Yesu. Yesu alikufa ndio tuokoke, ndio tuweze kwenda mbinguni. Hata kama si Yesu. Example, kana tiyo wemba itu. Eli wa Brian akwiye neka na Kenya yokoke.
Asuma na amua ye. Shetani ashindwe. Tutarudi siku ingine when my principals are here. Siongeangi sana, lakini ndio muombeze. Ndio muombeze. Your Excellency Kalonzo Musyoka, we know you very well. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, asante sana kwa kumwekea mkono Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akuwe team leader. Na hiyo at least umetuonyesha upendo wako kwetu. If Kalonzo is the team leader, hakuna kitu haiwezekani. Ende kanatio huo. Kalonzo ameshikanisha inji mingi, kanatio huo. He is a peacemaker. Sasa wakishindwa, mjue sisi ni wao. Ende kanatio huo. Maembo tuidhukisha, mjue wao ndio wataki Kenya iendelee mbele. Na ende maema, ende vaikwati mindwati tuikali vaikwali. Asante. Asanteni sana, asante sana Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Nemwamwia nathi neza sabalini. Na nemwamwia kethania kuya sheikulu. Asante sana Your Excellency, tunakuombea safari njema na kutakuwa kuzuri. Tuko tumefika hapo kwa sababu ya wakati. Hii ni nafasi nataka kuita mchungaji ndiposa akapate kuleta neno, kisha tutapata kuendelea. Ninaomba zizi zote tusimame tupate wimbo. Tunaongozwa na Pastor Ann, wimbo ulio katika kitabu cha Kutumaini Sina. Alafu we are going to hear the word of God. Bwana asifiwe. Amen. Basi huo wimbo ambao umetajwa uko katika program zetu cha Kutumaini Sina. Kwa hivyo tutaenda kwa pamoja na Bwana ataweza kutubariki. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yaya niwendefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake
Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunalimidi na kulitukuza jina lako kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia. Tunaendelea kuomba faraja. Asante kwa viongozi wetu wamefika. Asante kwa kila mmoja wetu ambaye amehudhuria hafla hii. Tunaendelea kunena faraja na utukufu wako ukaonekane katika jina tukufu la Yesu Kristo. Tunaalika uwema wako mfalme kwa nafasi hii ambayo tutaenda kusikia neno lako. Naomba Bwana ukazungumze na maisha yetu, maana wewe ndio faraja wa maisha yetu. Kwa neno lako utufariji, kwa neno lako ututie nguvu, kwa neno lako utupatie njia, maana wewe ni Bwana wa maisha yetu. Tunakuhimidi maana wewe ni Bwana. Chukua nafasi ya kwanza, maana wewe ni mwaminifu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi ningependa tu nichukue fursa hii niweze kuleta neno la Mungu mchana wa leo. And before that, naomba tu tukae ndio tuweze kabla sijaongea machache, naomba tu nikaribishe wachungaji tu kwa sababu ya time. Wasimame mahali walipo wachungaji, because nao hawatakuwa na wakati mwingine. Thank you so much our pastors. Bwana awabariki. Naomba Reverend Tama on behalf of the pastors asalimiane tu tunapoenda kusikia neno la Mungu. Karibu sana. Kidogo tu kelele ya ndege sawa lakini. Haya, karibu sana. Reverend Tama aweze kutusalimia. Basi kwa niaba ya wachungaji wenzangu wote ninataka nichukue nafasi hii ni wasalimu wapendwa waombolezaji ambao tumekuja kufariji familia hii katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Pia wageni wetu karibuni eneo hili, tunawapenda. Sauti yenu inatutia nguvu na uongozi wenu unatupatia mwelekeo na tuna matumaini makubwa na nyinyi. Mungu awabariki na kuwaongoza. Asante sana wachungaji. Can you have your seat? Ningependa tu kwa mheshimiwa au His Excellency baba yetu Raila Amolo Odinga, the all protocol of serve. Ningependa kusema ya kwamba karibuni katika hafla hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa jambo hili. Tunashukuru kwa sababu tumekuwa na safari ngumu kwa familia ya Brian kanisa, maana hii jambo ilitupata kwa mshangao. We are expecting to pray this very end of this month Brian yaende shule because of university. Lakini the kifo yake imetukata miguu, lakini bado Mungu anaendelea. And the way we have said there before, ya kwamba Brian ameshafanya kazi yake ila Mungu alikusudia kufanya katika dunia hii. He has done. I can take the life of Brian like a life of Cameron Scott, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa letu la Africa Inland Church. And he come here at Nzawi. Na Nzawi ni mahali pazuri pa kuanza mambo mazuri. And he served for only 3 months or 3 years. Na maisha yake ikakatika. Na on description ambayo aliacha katika hali yake, akasema hivi: Bwana unitumie ingali hai na wakati ambayo nimeenda. I am telling you the great church ambayo Scott Cameron leo akifufuka anaweza fanya mambo, anaweza sangaa au kuanguka because of what the great how church has grown. Na hata leo Brian Mungu akijalia na au amuke aone kile kazi ambayo imetendeka kwa ajili yake, Mungu atashukuriwa. Kwa hivyo I've been telling Mama Brian, God loves you na kuna mpango mema juu ya maisha yako. Sometimes we can cry. Sometimes we can see that sisi tumefika mwisho wa maisha. But that is the beginning point of God. I remember one wife, or one woman ambaye alikuwa anaitwa Naomi. When he went to the other land, au alipoenda Moab, alirudi bila chochote. Na watu wa familia walipomkaribia, alilia kwa sababu walikuwa wote wanawake wawili wasio na chochote. And he cried and said, I will never be called Plisan. I will never be called Naomi. Call me Mara, because God has forsaken me. But let me tell you, kama Naomi angejua plan ambayo Mungu anaye kwa ajili ya maisha yake, angemtukuza Mungu. Na ilionekana alikuja kuwa kisasi baraka ya kisasi ya Yesu. Boaz ambaye alikuwa amemuoa alikuja kuwa baba wa Jesse, na Jesse inaitanishwa na ufalme wote wa Daudi ambaye Kristo Yesu pia alikuja kusaliwa. Now Naomi is a great woman. I'm telling you, this woman will come to be great. Your name will be called. Now mataifa yote wanakujua kwa sababu ya Brian. America wanakujua kwa sababu ya Brian. Every land know you. Kenya nzima leo wako hapa because of you.
Brian ameshafanya kazi yake. Na basi tutafanya nini ndugu zetu? Tuangalie Mungu ambaye ni faraja wa maisha yetu. Yeye ambaye ni faraja. Dunia hii iko na kilio. Dunia hii iko na mambo mengi. Hata kwa wale ambayo dunia iko na kilio. A lot of cry in the world. A lot of cry. People are killing others. Na nini ambayo itapumzisha hii jambo? Naomba tu nisome maandiko mafupi. I will not go I'm going to take no time. Nitamaliza kwa ufupi sana katika kitabu hicho cha Yohana au Luka mlango wa 7. I want to read verse number 11 through verse number 16 and 17, alafu tuweze kusikia neno la Mungu. Nitachukua muda mfupi sana. And the Bible says, as soon as Jesus went into the town of Nain, his disciples and a large crowd were with him, along with him. As they approached to the town gate, a dead person was carried out, an only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town were with her. Then the Lord saw her, and he went, and his heart went out, and he went to her and said, "Don't cry." And when he went up, he touched the band, and there they carried where they are carried on, and the coffin bearer stood still and said, "Young man," I said, "rise and get up." And the dead man started and began to talk. And Jesus gave him back to his mother, and they were filled with awe and praise, and a great prophet has appeared among people. And they said, God has come for his help. And this news about Jesus spread throughout the Judea and the surrounding country. Haya ni maneno ambayo ni ya Yesu Kristo. Na ninakipenda kuambia kanisa ya kwamba kuna mmoja ambaye tukimtazama, yeye ndio ana uwezo wa kutuliza kila hali ya joto ya maisha. Yesu Kristo ndio suluhisho ya maisha ya leo. People are crying all over. Hii kifo ni kitu mbaya sana. Imefanya watu walie. Watu wanashindwa hata kujistahimili kwa sababu ya uchungu ya kifo. Watu wanapoteza watu wa familia siku moja. People are killing one another. People are destroyed. Risasi inatumika hai. The power of death is ongoing. But I thank God because there is a time ambayo Biblia inasema kwamba kuna mmoja ambaye alijaribiwa, kuna mmoja ambaye aliteswa, kuna mmoja ambaye aliuliwa na kifo, kuna mmoja ambaye alisulubishwa na kifo cha aibu, na Biblia inasema kwamba hata wakamzika kwenye kaburi, na zaidi ya yote wakamwekea jiwe juu ya ile mwamba, wakasema asitoke. And they give walinzi katika kifo yake, wakasema kwamba tuweke walinzi kwa kaburi ya ule jamaa, because this fella has said he will rise up after 3 days. Praise the name of the Lord. There is a hope in Christ Jesus. Hata kama tunatafuta na tunang'ang'ana kutafuta haki ya Brian, my brothers and sisters, kuna kifo nyingine nyingi ambayo inatuangamiza kama wanadamu. And the only one who can give us a solution, it is one ambaye Biblia inasema kwamba alitembea kwa familia moja, angekuwa hapa na yuko hapa in the spiritual realms. Hey, Bwana asifiwe sana. Kusanyiko kubwa likakusanyika kama hili. People are coming, wanakuja na kuomboleza, na Biblia inasema kwamba aliposikia hiyo, he was moved. Roho yake akawa moved, and he went to the mother and said, "Don't cry." Kuna mmoja ambaye anaweza tuambia tusilie. Sisi tumenyamazisha mama Brian tumwambie tusilie, lakini hatuna uwezo nyingine. Hata leo tukitoka hapa tunamwambia tumeachia Mungu, lakini kuna mmoja ambaye ako na uwezo yote. Yeye ambaye Biblia inasema kwamba na akasimamisha protocol yote, na Biblia inasema kwamba akaenda kwa Genesa na akaiguza akasema, "Young man," because he has a power over death. Praise the Lord. Hata hawa Brian ambayo hatujafufua sisi, yeye atafufua siku ya kurudi kwake. I thank God, wiki jana tulikuwa tunafanya counseling na yeye, na nikaomba na yeye maombi ya toba. Kwa hivyo najua kwamba tutampata pale. Praise the Lord. Hallelujah.
Biblia inasema ya kwamba na yeye anatupatia faraja. Faraja ya ajabu. Alienda kwa kina Martha, wakilala, wakilia. The example that Jesus was giving out, he has power over death. When you read the scripture, inasema ya kwamba kuna siku moja ataambiwa, kifo, wapi nguvu zako? Why is the sting of death? Why is the power of death? Hallelujah. Na Biblia inasema pale atatupanguza machozi, maana yeye ndio ako na uwezo. Praise the Lord. Huyo ndio tumtazame. Yes, we struggle to look for mambo yetu ya nchi yetu ya Kenya. Maana tunaombea nchi ya amani. Tunaombea watu wanyenyekee. Na kila mtu asiende na kifua. Kila mmoja ngangane. Hii nchi iendelee mbele. This nation is greater than all of us all. Bwana asifiwe sana. Hii nchi. Kuna nchi ambayo wanapigana external attacks, wanapiga. Alafu us as brothers and sisters, kwa nini tunapigana? Why are we losing innocent men like this? Because of just brutality of people. This nation is powerful. This nation is great. It's a home of all people. Sijaisikia Kenya wakiwa na refugee. Kwa sababu gani? This is a nation of peace. Naomba niwaambie watu wa Kenya, tusijaribu kuchezea amani ambayo iko nchi yetu ya Kenya. Let us take this nation as part and parcel of this nation. Na tuombee wa viongozi, hata president, aendelee, wanyenyekee wote, watafute suluhisho wa nchi hii great. Praise the Lord of the name of the Lord. Ili tusipate na hiyo kifo. Wacha tuzike wale ambao wanapigwa na terrorists. Wacha tupigwe na wale ambao wanapigwa na labda watu ambao wako kisirani. Lakini a brutal killing like this, naomba tu avoid. Naomba tu avoid. This nation is a nation of God. Bwana asifiwe sana. Tumpatie Mungu nafasi kwa nchi. Kwa hivyo tunaomba ile task force ambayo inaendelea, wale ambao wanaongea, tuombe. Na sijaona mweke wachungaji. Au nimeona protocol ya wachungaji. Naomba mweke wachungaji wawili ambao watakuwa wanaombea hiyo kikao. They are praying for this kikao. Hata kama msiogope wachungaji, my brother excellent, baba yetu. Msiogope wachungaji. Waweke wakae kwa hiyo kikao. Waombee maroho mabaya wanayoinuka, wanasema ni sisi ndio tuko na nguvu. Let them pray for this nation. Hii nchi ikae maisha mazuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ujumbe yetu tunaomba hii nchi is bigger than all of us. Hallelujah. Na tusichezee amani ya nchi hii. Roho alikuwa ananionengea, hii nchi iko na amani. Watu wanatoka kutoka kote. We have refugee from Congo, we are here. Wanafika kama nyumbani kwao. We have refugee from Somalia. Wanasikia kwamba nchi hii ni nchi yao. Na kwa nini sisi tunauliwa watu wadogo wa Kenya hii? Real people of this nation. Tunaomba faraja. Na kuna mmoja huyo ambaye atatuwezesha kuleta amani kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema kwamba alienda akatuliza kila dhoruba, akampatia mtoto mama yake. Yeye ako na hiyo uwezo wa kufufua Brian at his appearance. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki, Mungu atusaidie, Mungu atupatie nguvu. Naomba familia ya mama Brian pamoja na wachungaji waweze kuletwa hapa tuombe. And tutakuwa na special offerings because of our sister, japokuwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amempatia nafasi kwa brother yetu, the governor, the sitting governor of Makueni, lakini tutafanya jambo. Bwana asifiwe sana. Wakiendelea kujipanga, maana protocol inapeleka mambo mengi, tuweze kufanya hiki kikao ambayo imekutana hapa leo. Tumpatie huyu mtoto fees ya hata kama ni mzima. Bwana asifiwe sana. Si sadaka, it's a special offering that we give this family and it shall be well. Naomba wachungaji tuweze kuombea hii familia. Join tu hapa and we are going to pray for you. Na nimalize protocol au nimalize mambo ya ibada and the Lord is going to fight for you. Mbide kuja tu pande. Naomba tuletewe vyombo ndio tumalize mambo ya ibada, tumpatie leaders wetu ambayo they have respected us ili tuweze kuomba. Reverend, naomba karibie as we are going to pray. Mama Brian amekuwa na challenges, lakini kuna njia nzuri Mungu ambaye ametupatia and is going to fight for you. I know you are going to become a great person. Somesha huyo msichana, huyo atakuja kuwa tegemeo kubwa kwa ajili ya maisha ya hawa watu wetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako wa ajabu.
Asante kwa ajili ya kuwasunguka mama ya Brian, ambapo Bwana umemweka katikati ya wachungaji. Unajua kwamba ako katikati yako Bwana. Tungependa Bwana Roho wako Mtakatifu ambaye yeye ana mpangilio mwema wa maisha yake, Bwana ukaingilie maisha yake, ukainue maisha yake, ukamwekee Bwana environment ambayo inamfaa. Mulinde Bwana na maadui, muwezeshe kufaulu katika mambo makubwa. Enda ukaumbe maisha yake, na sana sana ukamwekee misingi ya kukuamini, kukupenda na kukutumaini katika mambo yote. Yesu, enda ukatende kama wewe Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tumetamka neno la baraka katika maisha ya mama Brian, pamoja na mdogo wa Brian, pamoja na watu wa familia yote Bwana. Tunatamka neno la baraka. Tusaidie Mwenyezi Mungu, tuongoze Mwenyezi Mungu. Asante maana umetusikia, katika jina la Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Naomba kwaya ya Mwembeni kidogo tu kwa dakika chache tu tunapotoa sadaka zetu. Tunengwa isiondo na ndikulia ketha no bato meka tunengwa isiondo si onekana taita tu nikana withe baya na batunga kila kimwe kitunga mchungaji huwa gube mchungaji ute moko make ni masio ina nda chuno ndwende youth band ina tenda mundu moko make matema mabuluku mataimwa ngamu. AIC youth band ukiongeza na Kiofi. Haraka tafadhali Mwembeni. Haraka na naomba ikiwezekana tembea na miguu yako. Hapa kwanza acha niseme ya kwamba kwa wageni wetu na watu ambao wako hapo karibu, ukiongozwa na baba yetu, chondo hii tutaweka hapa. Nafikiri hapa hakuna mtu mchungaji hapa, iko mikononi mwake. Haya, ile nyingine itasimama wapi? Leta moja ambayo tupeleke huko na mchungaji ambayo najua kuna wachungaji waaminifu sana. Awe na mekati aya nenda tete mondo. Youth band. Aya bonga bebaji tomwe. Geja baya. Eneze moko ma kana mengamu. Aya tunjendu tu support watu na wewe mtoto. Haraka tafadhali tumpatie leaders wetu nafasi. Tukile itu ikine na maoma itu. Tuigeneza kwa ndaya. Nikada kumavuto ndio ina program. Sasa tuwekeni msaada wetu. Kidogo mama ne andu mena mbeza kwisela Simone na no sione kana kaza kweza nenda nenga namba ya nyambo Brian ukabao ndabishini kana ni mati connect bo tamuka namba ya ambao sasa na send maana watu watembei na pesa. Tuje kwa haraka tafadhali. Na haraka ikiwezekana, wale wengine sasa tutembeeni na miguu tafadhali. Ukilai yani mutemo iwe kana mwenda na kitu tuiche mwana mimi ndo kana nyage no kuya na hiyo kaongela ndoto ingiwe that sawa. Haya programu tangaza na mbezu. Haya, namba ya simu kwa alama kwenda kutumia mtandao ni noti moja 0793 82 93 54 0793 82 93 54. Aya alongini tukile twende tu support mwana nikana wize mwana ni waende ya kwaya. Na sasa naomba muendelee tukifanya hiyo kazi. Asante. Viva!
Mturi. Ulipatana na wanaume 10 walikuwa wanasumbuliwa na ugonjwa wa ukoma, ukawatuma kwa neno moja tu, enendeni mkajionyesheni kwa makuhani. Walipofika kwa makuhani wale wanaume, ukoma wao ulikwisha. Ukapatana na mama pia aliyekuwa ni mjane, mtoto wake ameaga, wanampeleka kaburini. Uliliguza lile geneza, shule mtoto akafufuka. Ukaliguza lile geneza, shule mtoto hakawa hai. Sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zako zikamvuma. Asanteni. Asante sana waimbaji wetu. Asante. Simba zikamvuma. Tuende tokeni pole pole. Asante sana. God bless you. Haya nimejulishwa ya kwamba tukimaliza kuomba msio kipita msio kitakaribia tukupatie hii ndio sasa uelekeze mahali ambayo inastahili. Amba tuombe. Mwenyezi Mungu asante. Wewe ndio uliagiza ya kwamba watu wanapojumuika wawe wakitajiwa yale ambao yanahitajika. Wewe utaweka moyo wa kupenda watu watekeleza yale yanayofaa. Tumetaja kwamba kuna mtoto hapa ambaye anaenda shule sekondari ambaye sasa anaendelea. Mama moyo wake una ujauzito wakati huu, hata akili yake hawezi kuunganisha vitu vile vilivyo maana ametatisika. Na tukajulisha umati huu ya kwamba pana haja. Na kwa pamoja kila mmoja kwa moyo wa kupenda wametoa pesa ambazo mikononi mwetu tumezishika. Pesa nyingi, ni nyingi, na asante Bwana. Na tunakuomba hawaye ametoa nyingi ukambariki, aliyetoa chache ukambariki, na hata wale ambao wakutoka sababu ya kupungukiwa ukawajalie. Hata wengine wametumia masimu. Asante kwa ajili ya mkono wako ambao tumeushuhudia. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Hizi tunazikabidhi kwako na kuomba ukasitakase katika jina kuu la Yesu. Twaomba kwa kuamini. Amen. Asante sana. Pita Mchoki. Asante sana. Tuwapatie wachungaji neno la Mungu makofi mazuri. Tushukuru Bwana kwa sababu ya neno. Bwana Yesu asifiwe.
Asanteni sana. Kwa sababu ya wakati tutapata kukimbia kidogo. Kwa sasa nataka kumuita mama yake Brian Mwendo akapate kuja akisindikizwa na msaidizi wake ili akapate kumpatia mtoto wake heshima ya mwisho. Mama Brian, kwa pole tembea. Biblia ya kila undu ukaba mwana kweta usio kwa alama mwenda Kristo. Inya Brian ndeze kana akageithia baba. Na kana akageithia Kalonzo. Apewe huwa. Mama na dadake Brian ndio tutawapatia nafasi, kisha hao wakimaliza nitaomba kwa sababu ya viongozi wetu tuwe na nafasi ya kuwapatia nafasi wakapeane heshima za mwisho, kisha wakapate kulete rambi zao. Okay. Okay, ni mumbeti kilia. Chwa mumbisi. Nita wao. Isimbi again some on behalf of the mother. Nundu aiwata ata nene cha. Na chwa mu kuelewa. Kikuki hiki na wona wito mwingi. From mother to our son Brian, we would like to thank the Almighty God for the years He has given you to live. You have been jovial and admired to live with you and admired to live with you forever, but God admired you most. May He receive all the glory. Our lovely son Brian, may God rest you in eternal peace. This is from your mother. Asante, tupatie mama makofi mazuri. Pole sana mama. Mungu akufariji na kutakuwa kwema kwako. Nafasi hiyo nachukua kumwalika dadake Brian naye akapate kutoa rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Sister to Brian. Asante, tupatie dadake Brian makofi mazuri kwa kupeana rambirambi zake za mwisho kwa ndugu yake. Maombi yetu ni ya kwamba yale Brian alikusudia kufanya utaenda kuyafanya pamoja na yako, na Mungu atakubariki. Wakati huo ningependa sasa kumwalika Sub-County Administrator Bwana Katui uchukulie kutoka hapo, na Mungu wa mbingu atatubariki. Karibu. Asante MC mwenzangu, kwa heshima ya right Honorable Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote ambao wameandamana na wao na gavana wetu kipenzi cha watu wa Makueni. Ningependa kwa haraka sana nimuite Asante Chief wa sub location ya Makasa
ambaye ako pamoja nasi na officers wengine wa national government ambao wamehudhuria mazishi haya, ili aje kwa haraka sana apeane maua, na kama kuna ujumbe atapeana kwa haraka. Alafu wafanyikazi wa county pia mkae tayari. After this nitawaita na pia nitapeana sasa ratiba kwa gavana wetu. Kwa hivyo Assistant Chief Makasa sublocation. Assistant Chief. Haya, kama yupo basi ningependa niwaite wafanyikazi wa county government of Makueni kutoka pale chini mpaka pale juu ambao wamehudhuria mazishi haya, waje kwa haraka sana tupeane maua na tutaendelea na shughuli. Asante. Your love is kind. Your love is special. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Asante. Kijana Brian Mwendo alikuwa katika mradi wa ajira wa Makueni ambao unaitwa MKJ, miradi kwa jamii. Na ile siku ambaye alipatana na kifo, wakati ule ndio tulikuwa tunawalipa. Kwa hivyo alilipwa na tayari alikuwa ametuaga. Lakini Mungu yupo na atafariji familia. Kwa hivyo poleni sana, na alikuwa kijana mzuri na Mungu awatie nguvu. Kwa hivyo ningependa sasa nimwalike gavana kipenzi cha watu wa Makueni ili aje aendeleze ratiba. Asante gavana. Thank you. Nataka nipatiane nafasi kidogo tu idini tuotiwa tuenaeni tuendama manene alamena haraka madhi na idhiange tuitiwa tuebanenyu baga gotuke mwelo mbona ni mwembona bagwe sotuka. Nataka nimwalike Eugene Wamalo ambaye ni wakili, tulifanya kazi na yeye, tulikuwa ofisi moja, alifanya pamoja na baba yangu. Aliingia kwa ofisi baada ya baba yangu kufurushwa kwa hiyo ofisi. Eugene, you will moderate your guests. The rest of us will be left behind. Karibu. Thank you, my brother. Thank you very much, Your Excellency Governor Mutula, Governor wa jimbo hili la Makueni, His Excellency Raila Odinga, principals wenzangu wa Azimio na familia ya Brian, waombolezaji wote kanisa letu. Mwai ni museo, mavinda onze, asanteni kutupa nafasi hii tuje tuomboleze nanyi kifo cha kijana mdogo sana Brian. Na sababu bado tunaelekea kwingine, mtanipa nafasi kidogo ni alike wenzangu waweze kuomboleza nanyi, alafu tulete baba mwenyewe ambaye mumesimama naye na Kalonzo kwa muda huu wote aseme pole kwenu pia. Niko na ndugu yangu Wajakoya kutoka kule Western, na muomba aje awasalimu kidogo. Asante sana. Karibu ndugu Wajakoya. Asante sana. Asante bwana governor. Mama Wakristo wote waliokuwa hapa ama wale ambao wako hapa, rafiki zetu wote ambao wako hapa. Mimi nimekuja
kwa huzuni. Niko na huzuni mingi sana na sitasema mengi. Ile nitataka kuambia Wakenya siku ya leo ni ya kwamba ile serikali tuliyoko nayo iko na mawenda wazimu. Na kama wale wenye wako hapa ambao wameungana na wale waende waambie profesa amesema sisi ni wazimu. Waende waseme sisi ni mwazimu manake tumeingia ndani yenu. A sane man, mtu ambaye kuna akili timamu. Na kama Mungu amekupatia uwezo wa kuongoza watu, huwezi kwenda kila siku kwa kitu kidogo huko kwa television. Baba, ukiwa hapa kama baba yetu, tuko na wewe, na nitasema hivi. Kuna watu pale ambao wanaimba Raila kila siku. Wanatoa mate mingi sana kila siku kusema tu Raila, 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 Kalonzo, Kalonzo. Watu wa Kamba, for the first time, najua Mkamba ni mkale kwa mshale. For the first time, mtoto wa Kamba, Kalonzo Musyoka, alisimama na baba. Watu walikuwa akisema, hey, Kalonzo anaendanga hivi. This time he stood like a man. Na amewaonyesha kwamba tuko, hata sisi wa Kamba tulipigania uhuru na mshale. Kweli rongo? Baba, ukiwa hapa, kuna mtu kule ambaye ni namba 2 katika serikali hii. Alikuwa DO. Babake alikuwa kati ya wale watu walikuwa naua wale watu wa kupigania Mau. Kila siku Gachagua mdomo yake Baba Martha Wajakoya. Hana kazi nyingine ya kufanya. Alafu amechukua security ya nchi hii. Anaambia wale wengine kwamba rais niwachie tu, nitadili na yeye. Hii kifo ya huyu kijana mdogo, ningetaka Gachagua, semeni Gachagua. Kome, semeni Kome. Ndindi Nyoro, semeni Ndindi Nyoro. Moses Kuria, semeni Moses Kuria. Kimani Chungwa, semeni Kimani Chungwa. Hao watu na wengine ambao nimetaja, sijataja, ndio wamefanya nchi hii Kindiki pia. Ndio wamefanya nchi hii imekuwa na huzuni kila siku. Na hakuna watu wa kuambia. Hao ndio wanafanya watoto wetu wanauliwa. Hao ndio wanafanya baba iko hapa, na baba ndiye alileta ugatusi. Na Profesa Kivuta Kibwana, sijui kwa nini leo umekuwa na kichwa ngumu. Ungekaa hapa. Na mimi ninakuambia, manake wewe ni profesa wangu, wewe ni mtu mimi napenda, wewe ni mtu umesoma kuliko mimi, na wewe ni mtu mjaziri ambaye anaheshimika ulimwengu mzima. Profesa Kibwana, nitakuuliza jambo moja. Ikiwa baba atakuwa rais wa nchi hii, huwezi kuwa waziri ya baba. Ile heshima tuko na wewe nayo kwako ndio imefanya sisi tuko hapa. Manake wewe, you are the first human being in the world kupigania ubinadamu wa Wakenya, na tunakushukuru kwa hiyo. Wacha niendelee kidogo mheshimiwa, manake nimekasirika. Sasa ukiona watu ambao